We as Crusaders for Christ and our beloved Father Apostle Ndura Waringi do welcome you all for the Christmas service that will be held at the Synagogue, CFC. The blessed premise is located at Coffee Plaza, mezzanine floor, next to Easy Coach bus station, Nairobi. The service will start at 9 a.m. with prayers and an opening word, giving thanks to the Almighty God for His grace has been sufficient. Let's gather as we celebrate Christmas of 2023. We will be feasting and celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. Children, youths, parents, and elders are all invited to celebrate with us. The Lord be with you as we expect your presence on 25th December 2023. Ambao ni mkesha wa kufunga mwaka. Bwana asifiwe. Hivyo tunaendelea na mafunzo ya discipleship ama mafunzo ya Biblia. Tuko na mchungaji ambaye tumeteua katika hicho kitengo ambaye ni kasisi wetu Nancy, anaweza simama. Hakuwa nasi, alikuwa shughuli kidogo juma iliyopita. Hiyo ndio Pastor Nancy, mpigieni makofi. Kwa hivyo ameteuliwa. Wale watu nasikia hapa tunataja majina zao ni kwa sababu mtume amewakagua na ameona wanafaa kwa kile kitengo. Si mbagi kuchagua, lakini mtume wa nyumba ameona ni vizuri hao viongozi wapewa mamlaka ya kuongoza katika hizo vitengo. Kwa hivyo Pastor Nancy atakuwa anatuchukulia new believers class, wale ambao wameokoka juzi ni waweza kufunzwa, kuelekezwa. Pia mafunzo ya Biblia atachukua akishirikiana na mimi. Pia wale wageni wetu pia atakuwa anashughulikia. Tuna dada mmoja ambaye atashirikiana naye ambaye atakuwa tunahudumu naye katika hiyo kitengo. Bwana asifiwe. Hivyo tuko na mikutano baada ya hii ibada. Wanaume tupatane pale kama juma lililopita. Tulifurahia mtume wetu. Juma iliyopita alikuwa nasi. Alihudumia kila mtu. Alihudumia youth, akahudumia wamama, akahudumia pia wazee. Si ni kweli? Na tuseme wanaume kwa sababu tukisema wazee, the young people will think tunawalenga. Kwa hivyo men, women and young people tuliweza kupatana na mtume na akatuzungumzia, na natumai yale alituzungumzia tuliweka maanani na pia tutaiendelesha siku ya leo. Kwa hivyo mikutano ya wadada pale, youth pia, na tutakuwa pia na wanaume ili tuweze kupanga na kukamilisha mipango yetu ya Krismasi. Tuendelee na kushikilia mtume ili tuweze kujumuika pamoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tupatane baada ya ibada. Na wasihi tuendelee hivyo vile tulisema siku ya Monday ama siku ya Jumatatu ni siku ya mapumziko ya mtume. Tumpatie hiyo nafasi. Hata akija hapa isipokuwa amekwambia muone, tafadhali mwachilie tu hivyo ili aweze kujirudisha nguvu na aweze pia kupanga mikakati ya wiki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tulisema Monday tusipange mstari pale kumsubiri ama kupiga makelele kwa sababu hajatuona. Kwa hivyo tumpatie hiyo nafasi ili aweze kupumua na aweze kutupatia kenye Mungu amemtengenezea katika hilo juma. Bwana asifiwe. Tunaendelea pia siku ya Jumanne tutaendelea kumuona. Unaweza muona ukija hapa kuanzia saa 3, jiandikishe kwa ile dawati, utaweza kumuona. Saa 5:30 ikifika ibada ya mchana inaanzia. Tafadhali sogea pande hii, usibishane, sogea pande hii ili ujumuishwe na ibada ya mchana. Baadaye unaweza kuruhusiwa kumuona. Hivyo siku ya Jumatano ambayo ni Wednesday, hivyo tuna ratiba ya asubuhi, maombi ya asubuhi, morning glory imerudi, praise the Lord. Na iko chini ya uongozi bado ya Pastor Nancy na amekuwa anaendelesha vyema wiki mzima. Mpigieni makofi. Tujitume kuja nyumba ya Bwana ili tuweze kuomba pamoja na kujumuika na kujenga hiyo ibada. Ibada za mchana bado, hiyo siku ya Jumatano bado iko. Kwa hivyo saa 5:30 unasogea pande hii. Ninajua ni siku ya ukombozi,
lakini hata ukifikiwa wakati wako, wewe sogea pande hii, mtume ataelekeza vile tutaendelea na kumuona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Jumatano ni siku ya ukombozi, na huwa tuko na ibada ya kufana sana, ya nguvu sana. Kwa hivyo hata kama hujamuona, utakuwa umeshughulikiwa na hii madhabahu na hii madhabahu, na si utakuwa umepokea. Si tutakuwa nyumbani kwa imani. Tukija hapa tuna imani na tunaondoka na imani. Kwa hivyo hata kama hujamuona one on one hiyo Wednesday, hutaweza, lakini ushafikishwa hapa kwa madhabahu. Mtume wetu ni mtu wa bidii, ashakuombea. Tafadhali beba huo wito, beba hiyo imani, enda nayo na itakutendea. The just shall live by faith. Praise the Lord. It is not by the man of God. Him is just there to make you prosper, and the word of God establishes you. So amewashawapea neno, ashawekelea mkono, amefanya kazi kubwa sana ya ukombozi. Kwa hivyo ni vizuri tu tupokee kwa njia ya imani. Bwana asifiwe. Siku ya Alhamisi tuna ile Dhingira show ambayo inafanyika hapa kuanzia saa 4, tukuje tu support. Lakini kidogo wazazi wetu kama wako kwa nyumba, wazazi wetu tuwapigie makofi. Wale wazee najua mmeendelea kuja Alhamisi, lakini ni matangazo labda hamkushika vizuri. Tulisema hamna Dhingira show sasa, msije mpaka sasa mwaka mpya ndio mtume apeane mwelekeo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo baba zetu, mama zetu, tafadhalini msije hapa mkaketi hapa masaa ikaenda, mtume hajapotezea muda, lakini ndivyo alielekeza, lakini labda hiyo jumbe haikushikwa vizuri. Kwa hivyo mama zetu, baba zetu, tafadhali msije hapa siku ya Alhamisi. Hakuna Dhingira show mpaka mwaka mpya, kwa sababu tunajitayarisha ili tumalize mwaka vizuri. Bwana asifiwe. Ijumaa tuko na hiyo morning service ama ibada ya asubuhi, tuko na ibada ya mchana, na tuko bado na evening service. Hiyo iko. Kwa hivyo tutafanya evening service ama ibada ya jioni, lakini hatufanyi nini? Hatuna mkesha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuje tuhudhurie, alafu tuende zetu nyumbani tukingojea ile siku ya kumalizia mwaka. Na ratiba yetu ya Sunday, pia tusema Saturday, huwa ni mikutano ya board ama mkutano kama jana vile elekezwa. Kwa hivyo tunaendelea hivyo na matangazo polepole, na najua tutanawirika tu na tutakamilika. Siku ya Sunday ambayo ni leo Jumapili, mahubiri yetu tunaanzia maombi ya kutoka saa 12 hadi saa 2:30. Hapo tunaomba, tunajiombea, tunaombea taifa, tunaombea mambo mengi. Hapo tunaweza kujumuishwa. Mtume wetu pia huwa hapa madhabahuni ili kuweza kufunza wale viongozi ambao wako kwa hili kanisa. Kwa hivyo jumuika nasi asubuhi. Kuna maombi na kuna pia neno ambao linapatiwa asubuhi na mtume, ambao linakuwa ni la kutia watu nguvu sana, na kuanzia ibada kuanzia saa 3:45 hivyo saa 4 kasorobo ni matangazo yetu. Saa 4:30 hivi tunapeana wakati wa testimonies, na tukifika hapo tunaanzia pia praise and worship ama uibaji. Tunaendelea kumwabudu Bwana masaa kama 1:30 ama 2, ili mtume akaribishwe katika jukwaa saa 6 kamili, ili tufanye ibada ya disali moja, alafu tuweze kutamatisha ili tuweze kurudi ibada nyingine kuanzia saa 9. Bwana asifiwe. Kimeeleweka? Tumeelewa. Naombea kila raheri msimu huu wa Krismasi. Tunawapenda na tunaendelea kuwaombea, na nyinyi muendelee kutuombea. Bwana wabariki. Mtume ako nasi, anatupenda, ametushikilia, amekuwa bega lake limekuwa la kulilia, na pia sisi tumlilie kwa Mungu ili aweze kuendelea na kusimama nasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbarikiwe na Mungu awatende mema. Bwana asifiwe. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Na ni kweli imefika. Kesho ni muro.
Na tulianza jana. Kesho leo ufanye fasting usiku, kunywe ino na tumaji moto hivyo. Kesho asubuhi weka mkwaju kidogo, uoshe kila kitu. Alafu ukuje. Bwana pewe sifa. Lakini mimi sijasema mtu asikule. Kama wewe ni wa sukari ukiaguka kwa barabara, usiseme Beatrice alisema. Hello, angalia mwenzako. Tamurole wega, muangalie vizuri. Tafuta mwenzako, mshike mkono vizuri. Unogotoria ndo ijaremi huko. Guy. Ate como nyita. Ndo como nyita. Ndo wako konyita. Mwadhani. Uko modoranu mana goro. Unange ati na eto nyitirani ya moko hii. Daugado manyita na moko, nyita modo moko. Kwani munaogopana? Ebu karibia nene. Tuko kwa nyumba ya Mungu bwana. Ebu angalia huyo mtu umeshika mkono. Anakaa Mungu. Usidanganye. Follow instructions carefully. Mimi sijasema mtu waongee. Nimekwambia umwangalie. Pastor Nancy wacha kuniangalia, angalia Pastor Nancy mwenzako. Nataka umuibie haka kawimbo. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry. Don't eda kwa Oliver. I wanna wish you a Merry Christmas. Ebu aone ha. I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart. Unaona watu mpaka wanaguza moyo. Sasa tuibe na tuguze moyo. Umwonyeshe it is from the bottom of your heart. Hello. I wanna wish you a Merry. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sasa nataka tuibie apostle. Sasa sijui tutaiba aje sasa. Tutaangalia kwa madhabahu ama tutafanya nini? Atakuja tutamuibia. Sasa huyo mtu unampenda, huyo umeangalia. Kuna mtu tunamaliza mwaka na akona uchungu wa moyo na mtu. Kuna mtu anasikia amebeba mtu na anasikia huyo hata kama siachili. Imagine ukivuka mwaka ukiwa na chuki ndani yako. Imagine ukivuka mwaka ukiwa na bitterness. Ati kuna mtu alikukosea. We nitulikirie kuina rwimbo ruru magi. Tulimaliza hiyo wimbo kitabu. Ikara wega riu. Ikara wega. Hiyo tulimaliza kitabu. Unajua wanaendeleza direct ingine na shindwa kwani vigira imeingia kwa na leo si Thursday. Lakini ni mafeji. Mafeji. Si ndio? Kunaye mtu atavuka mwaka na kinyongo ndani yake. Kunaye mtu atavuka mwaka kama kuna mtu ameshika mahali hawezi samehe. Ni nani anayeweza kusema
amemaliza mwaka salama kwa nguvu zake yeye mwenyewe. Ni nani anayeweza kusema amemaliza mwaka salama kwa nguvu zake yeye mwenyewe? Ni nani anayeweza sema anakula Christmas sababu alianza mwaka lazima angeimaliza? Ninaposema hivyo natamani nipate watu wawili watatu ambao watashuhudia Mungu. Tangia Januari Mungu ametutendea mambo mengi, na hata tukipatiwa nafasi ya kushuhudia, sidhani kila mmoja wetu ako na ushuhuda. Kwa hivyo naomba tu nipate nafasi chache kushuhudia Mungu, tusipoteze muda. Unajua watu wanagojeanga nani atatangulia, na nikitangulia, na kama wewe umeokokea hapa mwaka huu, nionyeshe kwa ishara ya mkono. Kama umeokoka kwa hii madhabahu, sasa wewe ni wewe, nitatangulia na wewe. Kama umeokoka kwa hii madhabahu mwaka huu na bado uko na Yesu, nikiongea hiyo maneno naongea hiyo ili ukue umefika hapa niko, tafadhali. Yesa, hebu tupigie Roda makofi. Lazima tushuhudie Mungu. Tududigweshiria ni kugurago ile uka. Tupigie makofi anaposhuhudia Bwana. Ni nani anayeweza kusema amemaliza mwaka salama kwa nguvu zake yeye mwenyewe? Nakuuliza we mama, nakuuliza we baba, na wauliza vijana, tujiulize ni sote. Tumsifu Yesu Kristo. Tukisema tumsifu Yesu Kristo tunasema milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Roda Jerry ama shosho ya Mwai. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niliokoka kwa hii madhabahu. Siku ya kwanza ya kufika kwa hii kanisa, nilikuwa nakuja kuona vile makanisa ya kiroho inafanyaga. Nimetoka kwa kanisa ya Catholic. Na I came here when I had too many problems. Kutoka, I walked in that, on that door, I walked in crutches. When Apostle was doing deliverance to me, mimi sikuwa najua deliverance ni nini. Nilikuwa nafikiri ni mguu wangu tu amefungua basi. Lakini alinizungusha hii madhabahu, kufika pale katikati nimesikia mguu umesema ka. Shida yote ikaenda. I have never touched that crutch again, and that was on 28th of May this year. Kutoka hapo nimesema nilikuwa na mashida mingi. Yalikuwa yamefuatana, yamepanga line kwangu. And all of them have been solved. All of them. None is all of them. I gave one testimony of my granddaughter, who she's a very bright child. Na ninyi mnaambiwaga na Apostle hapa mnaenda kuchokora watu huko, msinichokore mimi, hamtaniweza. Nilifika kule nilikuwa naenda. Na nilikuwa nakuja hapa. Na hapa sitoki. Kama wewe ndio unachokora watu hapa, I'm warning you, don't touch me, don't try me. You cannot. I reached here, this is where I was coming, and that is where I'm going to be. I'm not leaving this church, so please don't waste your time. Don't try me. And I wish all of us can say that. Please say, don't try me. Because you will not manage. Because this madhabahu is not in vain. And when you look at Apostle here, I don't know what you see. When you look at him, what do you see? The apostle who walks out of that door to his seat there is not the same apostle who comes to this madhabahu here. The same apostle who preaches here is not the same apostle who comes here to do deliverance.
The same apostle who walks back to his office there is not the same apostle you see. The same apostle you find in his office there is not the same person you find. So why do you tunamsumbua ya nini? Please tuseme kwa roho zetu. Me, I'm not giving you an oath, but it is my observation. I have said I did not know what deliverance is. Now I know. Tusimsumbue. Thank you. Nasi tafadhali. Dea mi. Nilienda ya kwanza na ya mwisho. Siendi tena. Sasa. Nasi threat. Lakini Roda huku umekasirika ukisema hivyo. Oh, that is, oh, wow. Thank you. Ukisikia mtu akisema usinijaribu, hata usidhubutu. Just murive, usidhubutu. Kuna mwingine atasema hivyo. Ninyonete mwathani, ninyonete ndigirega, ninyonete, haleluya, ninyonete, ninyonete mwathani, ninyonete ndigihitha, haleluya, ninyonete, ninyonete mwathani, kurimutha kou gutire kieha kou no, haleluya, tukiugaga amen. Kurimutha kou gutire kieha kou no, haleluya, tukiugaga amen. Ninyonete ndigirega, haleluya, ninyonete mwathani, ninyonete akiringa ciama, ninyonete, haleluya, ninyonete mwathani, ninyonete ndigihitha, haleluya, ninyonete mwathani, haleluya. Ngai aheo goci. Bwana apewe sifa. Nimefurahi kwa sababu ya Kristo. Bwana apewe sifa. Ni muujiza kuwa siku ya leo. Bwana apewe sifa. Kristo anazaliwa katika roho zetu. Bwana apewe sifa. Si ule tunaendaka kuona ati, unajua zamani tulikuwa tunaenda Catholic tunafinyiwa kadoli, tunakubali kabisa mtoto amezaliwa. Haleluya. Lakini sasa tuliokoka, tunajua Kristo ndiye anakuwa ako ndani yetu, anakuwa yani akeruhirio kirikaniro, agocwo mwathani. Haleluya. Ndungata ya Ngai, nilikuwa tu na maandiko inanisumbua kwa roho yangu. Siwacha tu tusikie tu tafadhali. Iko katika Samueli wa kwanza 25. Usikie tu venye mtumishi wa Mungu anaambia ni Daudi. Haleluya. Ngai ndake gutikane. Undeithie tu hanini tu guthomera hau maandiko mau. Na Ngai amurathime. Tuigua uria Ngai arenda muthenya umuthi. Bwana apewe sifa. Ni wakati wa sikukuu. Haleluya. Wengine wanaenda nyumbani. Bwana apewe sifa. Tunakutana na watu wa nyumbani. Wewe katika roho yako uko aje? Bwana apewe sifa. Ndugithomere. Samuel. Endelea. Tutie na mbele. Dada ikinye. Tunataka verse 2. Tuendelee. Na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli. Naye yule mtu alikuwa tajiri sana, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000.
naye alikuwa akiwakata manyoya kondoo wake huko Karmeli. Tendere toigua ria Ngai arenda na ithuĩ mũthĩ. Mwathani agocwo nĩ tondũ nĩ ihinda ritũ rĩa kũrĩa na kũnyua. Mwathani agocwo ũgũcemania na andũ tofauti. Ngai akumio kũrĩ arĩa marathimĩtwo no gatagatĩ-inĩ kao nĩ akũnyitia. Ngai akumio kũrĩ athuri arĩa twĩ nao. Mwathani agocwo ona angĩthĩnja ndangĩenda mũndũ wa jirani oke marĩanĩre. Haleluya. Rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Ya kurianira. No riri hena Ngai ni agũtũmana. Mwathani agocwo. Na jina la huyo mtu aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili, na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema. Kwa hivyo kuna watu hawana akili njema. Mzuri wa uso. Bali yule mwanamume alikuwa mkosa adabu na muovu. Naye alikuwa wa ukoo wa Kalebu. Basi Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa Nabali alikuwa akiwakata manyoya kondoo wake. Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana, kweni mwende Karmeli na kumwendea huyu Nabali ili mkampe salamu zangu. Na hivi ndivyo mtakavyomwambia, huyu aishie salama. Amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwa wote ulio nao. Nami sasa nimesikia ya kuwa una watu wanaokata manyoya kondoo wako. Haya, wachungaji wako wamekuwa pamoja nasi, wala hatukuwadhuru, wala hawakukosa kitu wakati wote walipokuwa huko Karmeli. Waulize vijana wako, nao watakwambia. Basi na wakubaliwe vijana hawa machoni pako, maana tumekujia katika siku ya heri. Uwape na kusihi chochote kitakacho kujia mkononi, uwape watumishi wako na mwanao Daudi. Basi walipofika vijana wake Daudi, wakamwambia Nabali kama walivyoambiwa na Daudi. Kisha wakanyamaza. Naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi akasema, huyu Daudi ni nani? Na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi kuna watumishi wengi wanaomtoroka kila mtu bwana wake. Basi mimi je, nitoe mkate wangu na maji yangu na machinjo yangu niliyowachinjia hao watu wangu wakatao kondoo wangu manyoya, na kuwapa watu ambao siwajui wametoka wapi? Basi vijana wake Daudi wakageuka, wakaenda zao, wakarudi nao wakaja wakamwambia kama walivyoambiwa. Kisha Daudi akawaambia watu wake, haya, jifungeni kila mtu upanga wake. Nao wakajifunga kila mtu upanga wake. Daudi naye akajifunga upanga wake. Nao wakapanda nyuma yake Daudi, wakiwa kama watu 400, na watu 200 wakakaa na vyombo vyao. Lakini kijana mmojawapo alimpasha habari Abigaili, mkewe Nabali, akasema, tazama, Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani wale ili wamsalimu bwana wetu, naye akawatukana. Walakini watu hawa walitutendea mema sana, wala hatukupata dhara, wala sisi hatukupotewa na kitu chochote wakati wote tulipofuatana nao tulipokuwako malishoni. Watu hao walikuwa boma kwetu usiku na mchana, wakati wote tulipokuwa nao tukiwachunga kondoo. Basi sasa ujue na kufikiri utakayotenda, kwa sababu yamekusudiwa mabaya juu ya bwana wetu na juu ya nyumba yake yote, kwa kuwa yeye ni mtu asiyefaa kabisa, hata mtu hawezi kusema naye. Ndipo Abigaili akafanya haraka, akatoa mikate 200 na viliba 2 vya divai na kondoo 5 waliotayarishwa na vipimo 5 vya bisi
na vishada 100 vya zabibu na mikate ya tini 200. Akavipakia vitu hivi juu ya punda. Akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu, angalieni mimi na wafuata. Ila hakuwaambia mumewe Nabali. Ikawa alipokuwa amepanda punda wake na kutelemka akiwa amekingwa na mlima, tazama, Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili, naye akawakuta. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Venye maandiko ya Mungu inasema, Bwana apewe sifa. Wakati huu ni wakati wa kuwa watu wakuwe na hekima. Bwana apewe sifa. Huyo mama alikuwa na hekima, aliokoa watoto wake, akaokoa majirani, hata akaokoa wale walikuwa na nyoa nini? Kondoo zake. Bwana apewe sifa. Tuwe na hekima kwa sababu saa hii ndio mambo inakuwaga ngumu. Kienda nyumbani utakuta shosho, utakuta wengine. Kuna baraka na kuna raha. Na tujue ya kwamba mfalme Mungu ametumana. Bwana apewe sifa. Kenye uko nake usione na usiwe na mchungu, kwa sababu akitumana kwako lazima utatoa. Ukikataa kutoa atakuja kutoa na nguvu. Daudi yako amani kwa Mungu anasema Mungu hawezi kunikataza nifanye venye ninataka, na ni yeye ni mfalme Mungu. Bwana apewe sifa. Ile kitu iko ni tuwe na hekima. Tujue venye tutaishi na watu. Enyewe venye wako ni Mungu amewaeka hivyo. Kuna watu wazee wakali, kuna wamama lakini Mungu ndiye anajua venye wewe tutaishi naye, kwa sababu kwa roho si ni Mungu anajuaga. Mungu awabariki, awatendee mema. Nimefurahi kuwaona. Tuendelee hata mwaka ingine inaenda, tuwe pamoja na Mungu awabariki. Tuwe kama huyo mama anaitwa Abigaili, mama mwenye hekima. Ninyonete tene tugereria igoma. Atire kugeria ngoma tuonete au ni hakugereria. Mwiri asonoke na mugucemania haria. Pauline karibu. Haya, Pauline next tukoke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salamia aliye karibu na wewe, mwambie nimemsalamia, mshike mkono kwa niaba yangu. Msalimiwa. Nataka niimbe wimbo kipengele moja, alafu nitatoa ushuhuda wangu. Amen. Kwa imani tutaweza uona mji ulio mtakatifu tuliotengenezewa. Kwa imani tutaweza kuona mji ulio takatifu tuliotengenezewa. Neno lake Bwana latuambia, imani pasipo matendo imekufa. Imani ilimwokoa yule Danieli alipotupwa katika tundu la simba wakali. Wimbo huo ninaupenda sana, huwa unanijenga. Inao vipengele 4, nitamalizia wakati mwingine. Nataka niseme nimeokoka asubuhi ya leo, na sababu sijaenda nyumbani ni kwa sababu sina nyumbani mahali pengine, nyumbani ni hapa. Amen. Kwa hivyo wewe ukiwa wa kufanya vile Roda amesema, jua nyumbani ni hapa, na uwezi ukaondoa mtu nyumbani kwao.
Mungu akubariki sana. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninasema ya kwamba kwa mwaka huu tumetembea kwa mambo mengi na tumeona miujiza mingi ikifanyika kwenye madhabahu haya. Kwa hivyo jambo la kutuhimiza tu ni kwamba tuache mizaha kwa neno la Mungu. Tuache mchezo nyuma ya migongo ya watumishi wa Mungu. Usisikie apostle anaitana we Koki, we Beatrice, we Alice, we Nancy, ukafananishwa na yeye. Yeye ni mbaba wa hii nyumba. Tujifunze kuheshimu mafuta ya watumishi wa Mungu, na Mungu anaenda kutubariki. Kwa hivyo nataka niseme tusije tukawa watu wa kurudililiwa. Kila siku, kila saa mtumishi wa Mungu akisimama kwenye madhabahu hasikwe anajirudia. Vile wewe na mimi, kwanza mimi kama kuna kitu ninachukia ni kukuambia jambo na nishinde nikijirudililia. Ninaamini ya kwamba nikisema jambo inafaswa ifuatwe. Na kama utaenda uone uzito ama uone ugumu, rudi uniambie ya kwamba jambo hiyo haikuwezekana. Kwa hivyo tusikue kila saa mtumishi wa Mungu anashinda akiturudilia jambo moja. Kwa hivyo wandada, tunapendwa na Mungu. Na mama wetu ametoka hapa kuongea kuhusu mama mwenye hekima. Munaelewa kule ninaelekea. Kwa hivyo tukue na hekima na tukue na heshima. Tukue na mipaka kati ya mtumishi wa Mungu na sisi. Kwa sababu yeye ni baba. Vile baba yako aliyekuzaa tumboni, vile uwezi kucheza na yeye, Mungu amekupea baba wa hii nyumba ambaye ni apostle. Hebu tuheshimu mafuta, na tunapoheshimu mafuta tunaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama vile mtumishi wa Mungu amesema, kile ambacho akijafanyika sasa hivi, hiyo masaa tumebakisha, Mungu atakuwa ameifanya. Na akasema tujitafute. Angano lako na Mungu mwaka ukianza kwa mkesha, uliagana na yeye nini? Kwa hivyo kile ambacho akijafanyika kitafanyika, na ni wewe utakindileisha ama ufanye kipite. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naamini ya kwamba maneno ya mtumishi wa Mungu kile anachosema, hebu tufuate. Na hakuna mtu anaweza kaa chini ya nabii, na nabii mwenye asikii mafunzo yake, asikii unabii wake. Sawa sawa, hapo tuelewane. Tukikutana mwaka ujao kama vile apostle amesema ya kwamba mambo inaenda kubadilika, hata sisi kwa hizo vikundi tunakaa, iwe ni youth, iwe ni wazee, iwe ni wamama, wacha tukue serious. Tuongee maneno yanayotusongesha mbele kama kanisa. Sasa hizi tumefika katika ukomavu. Umesikia mara mingi akisema sasa yeye ana washirika kwa sababu amelea nini? Leaders. Wacha tukue leaders na tukue watu wa example. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni nyakati yako na mimi kuamuka tufanye kazi ya Mungu, na Mungu atapokea utukufu. Na Yesu aongea mpaka kesho. Chukua hii kipaza sauti. Karibu Pauline. Karibu. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa na kondoo milele hata milele. Unajua unakuja kama unaweza koga mtu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Pauline Jenga, nimeokoka this year. Amen. Na nikaokokea hapa. Although nimeona nimechange sana. Mimi sijawahi enda kanisa nikakaa 2 hours. But sasa hapa mpaka nalalanga. Bwana asifiwe. So niko na kitu ya kusifia Mungu. Mwaka ikikuja kuisha, ati niko na change. Watu hawezi ona but mimi najielewa. Bwana asifiwe. Na ni hivyo tu.
Tupigie Mungu makofi. Najua watu wengine wanatuzianga uoga huku kwa viti venye wanaogeaga na sauti kubwa. Kumbe wakipatiwa microphone. Karibu dadi. Acha nikalishe magichi ni utamalizia. Haleluya. Ano na mundu oka na gikujo ndarenda itheru. Shalom. Shalom. Jehova Shalom. Ni jitagwo Amos Kimani. I'm saying that. Oh yes. My name is Amos Kimani. And I am saved. And I am typical Kikuyu. Oh yeah. English Now, only. forgive me if I am speaking Kikuyu. Oh yes. Renda kuga atiriri. O toria Jehova atũraga muoyo ri. Amen. Mũrĩega. Tuli. Ũcio wĩtagwo Jehova kana reke mwĩte na rĩtwa rĩngĩ Elohim. Niwe ndĩrenda kwaria ũhoro wake hutahutĩtie hanini ũguo hĩtũkĩte. Amen. Niĩ njũĩ o mũndũ ena kaũndũ angĩenda kuga. No rĩrĩ ta reke njũke haha hakuhĩ. Ndĩgũkarata kwana nguĩte thayũ ona umithio wa wĩtĩkio nĩ ngwete nĩkĩo ndamũrahĩra maya ndĩ namo nĩũndũ nĩnyumĩte itũũra rĩa waganu tũgania ikiugo kĩa Ngai nĩ gĩũku nĩkĩo mũthi wa maro manyu nĩkĩo kĩhandaga na gĩkeringũria gĩkeaka na gũtirĩ ũngĩ gĩakũra kĩhanda gĩtingĩ gĩa mũgĩtharĩki mũkĩoroti-inĩ wewe orotathire. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ nĩ tũhonokete na tũhonokete nĩ ũndũ wa muoyo nĩgetha tũkona ithe witũ gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki mũrũ wa mũndũ atũiyĩra. Na rĩu niĩ nĩ ngaiyĩrwo. Hihi nĩkĩ gĩkagiria njiyĩrwo? Ta reke ndĩthuthurie. Ona maandĩko maya nĩguo maratwĩra ta nĩ twĩthuthuriei. Na kũu ngoro-inĩ citũ tũcoke twanĩre ũ Jehova. Rĩu rĩ niĩ ngĩthuthuria ngoiga atĩrĩrĩ, kwĩ makinya marĩa makinyagwo nĩ mũndũ agĩũka nyũmba ĩno. He mũrango ũrĩ o hau na he kangĩ kena haha gacocoro. Ũrĩa ũgĩũka kiugo-inĩ kĩa mũrũ wa Ngai rĩ, ti nyũmba ĩno, kĩa mũrũ wa Ngai watonyeire kũ? Wagereire ndirisha kana wokĩire mũrango? Wakorwo wokĩire mũrango rĩ, nĩ ũkinyĩte makinya marĩa ma andũ arĩa mathiagĩra mũrango. Nĩgetha ta ũrĩa maandĩko mekuga atĩrĩrĩ, thiĩi thĩ yothe mũkahunjia ũhoro ũrĩa mwega, ũrĩa wa gwĩtĩkia na abatithio nĩ akahonoka, nake ũrĩa wa kũrega gwĩtĩkia nĩ akahotwo nĩ ciira. Nacio ciama ici nĩcio irĩtwaranaga na arĩa metĩkĩtie nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩakwa. Amen. Igakĩgwetwo igũcigweta. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, o mũndũ arĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ wendo wa mũndũ kĩrĩa gĩtũmire ume mũciĩ rĩ, nĩgetha ũgĩe ngwatanĩro na arĩa magathiĩ muoyo-inĩ. Kana tiguo? Acio marathiĩ muoyo-inĩ mũkire nĩ ũndũ wa mũgathiĩ muoyo-inĩ rĩ, ndĩrĩ ũmwe rĩ, hihi nĩ twĩtĩkĩrĩte? Hihi nĩ tũgerete mũrango kana tũkĩire ndirica? Kana tũgũka tũrwo we thiĩ we nawe ũkai mũtonye muoyo-inĩ aya angĩ tũrwo hũiye? Nĩ ũndũ wa kĩ? Mũrango wĩ handũ ũgĩte ũkagĩa kahĩtia. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ,
Tarora thĩinĩ wa mbuku jamwe nacio cia maandĩko thĩinĩ wa Jeremia 1. Jeremia 1. Jeremia 1. Twambĩrĩrie hau 4. Ekuga atĩrĩrĩ, nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova yanginyĩrĩirwo ngwĩrwo ũũ, ona mbere ya itanakũmbara nyũkwa-rĩ, no ndakũĩ, ningĩ ona mbere ya ũtanoima kũu nda-rĩ, noguo ndakwamũrire ngĩgũtheria, nĩgũtua ngũtuĩte mũnabii wa kũrathĩra ndũrĩrĩ maũndũ. Hĩndĩ ĩyo niĩ na niĩ ngĩcokia atĩrĩ, ũi Mwathani Jehova, ta rora wone atĩ ndingĩhota kwaria nĩ ũndũ ndĩ mũnyinyi mũno. No Jehova akĩnjĩra atĩrĩ, tiga kuuga ũguo atĩ wĩ mũnyinyi mũno, nĩ ũndũ ũgũthiĩ harĩ mũndũ o wothe ũrĩa ngakũrekia harĩ we, o naguo ũndũ o wothe ũrĩa ngagwatha noguo ũkaaria. Menya wĩtigĩre, nĩ gũkorwo ndĩ hamwe nawe ngũhonokie. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Ona mbere ya wĩnda ya nyũkwa ithe witũ ũrĩa wĩ igũrũ mũno-rĩ, nĩ akũĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa wamenyekete ũguo nĩ wamũrirwo, na he kĩheo waheirwo hĩndĩ ĩyo wĩnda kũu ya mami wanyu, nĩguo wamũrirwo ũkĩheo kĩheo kĩmwe. Tũrĩa maandĩko mekuonania haha twĩna iheo 9 maandĩko-inĩ, nĩguo cia Roho Mũtheru. Na kĩheo kĩu waheirwo-rĩ, nĩkĩo kĩna thĩna, tondũ harĩa woimĩrĩire-rĩ, nĩ harĩa arĩa marĩ na ũhinga ta mũici kana ta mũtegi ũtegete kĩ. Rĩu haha nĩho hena ũgwati. Gĩtũmi nĩ kĩ? Hiti githĩ ndĩgĩciaraga hiti? Mbũri ĩgaciara mbũri, ng'ondu ĩgaciara ng'ondu, mũndũ agaciara mũndũ. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, haha nĩho hagĩte igeca. Mũndũ ũrĩa wokire agĩkũnyita agĩkwĩra rĩu nĩ wahonoka, gĩũke, agĩkũnyita agĩgũtwara rũĩ agĩkwĩra ũkiumĩra maĩ-inĩ tondũ nĩ wagĩkua, na wacoka ũriũkanĩra ũ? Kũriũkanĩra na Jesũ ũyũ wakũnyitaga guoko-rĩ, nĩ hiti. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, ũgakorwo ũrĩ ũgwati-inĩ atĩ ũgũkaga muoyo-inĩ wathiĩ riko-inĩ mũno. Nĩ ndaiguĩka? Koguo haha nĩ ha ũũgĩ, nĩgetha o mũndũ ecokere ngoro-inĩ yaku na kũu thĩinĩ kĩrĩa wĩtaga Jesũ. Ũmenye wega kana nĩ Jesũ kana nĩ kĩndũ kĩngĩ. Ngĩaria na ũrĩa maandĩko mekuga thĩinĩ wa mbuku ya Korinitho, ndigũthoma Akorinitho 12, na gũkũũrana maroho. Wathoma nĩ gũkũũrana kiugo kĩrĩkũ? Na gũkũũrana kĩ? Wathiĩ gũkũũranwo ũgakorwo nĩ kĩndũ kĩngĩ, ti mũrũ wa Ngai. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, haha ndĩna Jesũ karũndo. Jesũ ĩmũretwo atĩrĩrĩ, ĩretwo Yashua. Aca ndiũĩ ũguo ndĩrenda kuga. Ĩretwo atĩrĩrĩ, Jesũ son of Jehu. Etagwo Jesũ. Ndĩna ũngĩ ũretwo Jesus son of Elias. Ndĩna ũngĩ ũretwo Jesus son of Alois. Ndĩna ũngĩ ũretwo Jesus son of Aroth. Ndĩna ũngĩ ũretwo Jesus son of Boaz. Ndĩna ũngĩ ũretwo Jesus son of Suez. Ndĩna ũngĩ ũretwo Jesus son of Gamalieli. Ndĩna ũngĩ ũretwo Jesus son of Daimos. Ndĩna ũngĩ ũretwo Bari Jesũ. Na ũngĩ ũretwo Jesũ Josto. Icio ciothe nĩ Jesũ.
nĩ aku nĩ ĩrĩkũ Jesu ũcio thothe ndagweta aku nĩ ĩrĩkũ kwoguo nĩ tũkwenda kũmenya Jesu ũrĩa we tũkuona Jesu ũrĩa we rĩrĩ thĩinĩ wa Johana thĩinĩ wa mbuku ya Johana nĩ tũkuona ũhoro ũcio thĩinĩ wa Johana 11:29 no gũtũthomera ndigũthoma na Gĩkũyũ ngũthoma ona mai ya Gĩthũngũ nĩ ngwenda study Gĩthũngũ no gũthoma mala okay rĩu ndiĩ kana ngai ngwendaga tũigue atĩrĩrĩ nake Johana reke thomera nyama-inĩ nake Johana akĩona Jesu agĩũka arorete kũrĩ we akiuga onei gatũrũme ka Ngai karĩa gũtwara wĩhia wa kĩrĩndĩ thĩinĩ wa roho wa Elija nĩ ndaiguĩka Johana ona Jesu nĩ gatũrũme ka Ngai karĩa gũtwara wĩhia wa kĩrĩndĩ ena roho wa Elija ona nĩ gatũrũme ka Ngai gokĩte karĩa gũtwara wĩhia wa kĩrĩndĩ we rĩu nawe gĩũkĩre ũthiĩ maruino na wenda kũhinga kũrĩa irio wĩhinge we Ngai nĩ ngwenda ũnjĩre kĩrĩa njĩtaga Jesu thĩinĩ wakwa kĩrĩa njĩtaga Jesu Ngai ngwenda kĩone na kĩoneki kĩroto mũgambo o ũrĩa ũrĩtũmĩra nĩgetha wĩme rĩu mwerwo mwĩmenye rũciaro rwa nabii na rũciaro rwa atũmwo rĩu tũrĩa gatatũ tũrĩa kũrĩkia wĩra ũrĩa ũrigagia naguo nĩwe ũkuaga ũritũ makanitha-inĩ maya metaga matũmwo Jesu arameta thoko wabatheria kanitha ũtũraga na maithori nĩguo tũkinyie igũrũ Ngai witũ akumio na ngũkinyia hau na njuge kĩa mũthia shalom Tupigie mzee makofi mazuri. I wish atapata nafasi siku ingine ahubiri, si kusoma tu, na apate nafasi tena ajoin praise team, sababu akona sauti ya kuiba. Tukisimama masaa mingi tutamuelewa, tutakuwa tunampatia nafasi ya kukaa. Karibu sana kwa kikundi cha praise team. Tutamatishe ushuhuda na Magi Galishon dakika just one. Ni vile tu ulikuwa umesimama. Thank you. God bless you. Yeah. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri unaposimama. Ili tuweze kuingia kwenye kipindi cha praise. Tumeabudu, tunaingia kwa kipindi cha praise. Naomba kila mmoja wetu asimame. Bwana apewe sifa. Naomba kuchukua muda huu na nafasi hii Apostle kusema ni asante, ni kwa sababu ya kutupa madhabahu ya kuabudu. Kutuvumilia mwaka mzima si jambo nyepesi. Tumefanya vituko, umetuvumilia. Kwanza mimi kama Beatrice nimefanya vitu, na kwa moyo wako mkubwa umenipa nafasi mara tena. Hivyo ndivyo umetuvumilia sisi wote. And nachukua nafasi hii, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a
a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our Amen. Hallelujah. Nyosheni mikono. Hiyo Christmas ifike vizuri. Hajatosha. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Let us celebrate our Father in the name of Jesus. Let us celebrate our Father in the name of Jesus. Yes. Kuna kitu niwaambie. We have the God of Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yes. And we have the Father of the house. Blessed be the name of the Lord. Amen. We celebrate you, man of God. We celebrate you and we love you. Amen. Wangapi wanampenda? Weka mkono chini. Wangapi ni maadui? Na Yesu ainuliwe. Amen. Hallelujah. Amen. We thank God, and under your leadership we are doing well. Yes. Under your leadership we celebrate you. And we pray that Mungu atusaidie kabla tuvuke mwaka tumsurprise na milioni moja. Amen. Amen. It is possible. Very possible. Ambia mwenzako it is possible. It is possible. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. Inua tu mikono yako juu. Inua tu mikono yako. I want us to celebrate as you're going to praise. As you are going to praise. Inua tu mikono tu juu. Peperusha tu, peperusha tu. We have already crossed the year. We have already crossed the year. We have already crossed the year. Under the grace of the man of God, we have already crossed the year. In the name of Jesus. We have already crossed the year. In the name of Jesus. Peperusha tu mikono, peperusha tu mikono. In Jesus' mighty name. Lekadabushi di adaladabusa. Inua tu mikono, peperusha tu. 1, 2, 3, celebrate Jesus. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. Blessings and honor be. Hallelujah. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. Blessings. Praises and honor we give unto you. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. My praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. Blessings and honor. We give unto you. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. My praise, oh Lord. Receive my praise, Receive my praise, oh Lord. blessings and honor. Blessings and honor we give unto you. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord. Blessings and honor we give unto you. Receive my praise, oh Lord. Receive my praise, oh Lord.
Jehovah, you are my God. Everybody say, Jehovah, you are my God. Jehovah, you are my God. Jehovah, you are my God. From generation to generation. Jehovah, you are my God. Say, my Jehovah, you are my Lord. Say, Jehovah, you are my God. Jehovah, you are my Lord. Jehovah, you are my God. From generation to generation. Jehovah, you are my God. From generation to generation. Jehovah, you are my God. From generation to generation. Jehovah, you are my God. From generation Jehovah, you are my God. Say Jehovah, Jehovah, you are my God. From generation Hallelujah. Amen. Shika jirani mkono. Muulize mambo. Muulize Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia aje? Hallelujah. Amen. Hebu geuka vizuri umwangalie, mwambie namna hii. Nataka umwambie namna hii. Nakupenda, 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 twende. Nakupenda, 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 nakupenda. Mgeukie mara nyingine mwambie nakupenda, 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 kupenda, 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 nakupenda. Tupe nakupenda, 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 kupenda, 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 nakupenda. Geukia ule mwingine mwambie nakupenda tamani, nakupenda, 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 kupenda, kupenda, kupenda. Haya, geuka upande mwingine mwambie nakupenda don, nakupenda, kupenda, kupenda, nakupenda, 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 kupenda, 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 nakupenda. Geukia mwingine mwambie nakupenda, sema nakupenda, 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 kupenda. Haya, shikaneni na mimi sasa. Hebu mwambie sasa tena na mimi. Tumuinue, 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 tumuinue. Yesu ni Bwana.
When there were troubles, he came down to Africa. So we must praise him. Praise him in an African way. Nena kwatie mosumbe, nena kwatie ngai mwana. Nena kwatie mosumbe, nena kwatie ngai mwana. Kami kwata kawaya. Anti kwata kawaya. Kanisa moya seo. Kanisa moya seo.
Tunawaluya. Muluya fanya namna hii. Weka mkono hivi. Muluya fanya hivi. Haya pamba maua shika hivi. Haya angusha. Tena. Haya ongeza mioyo tuone. Hey. Wapi shangwe ya Waluya? Tuone. Nipe bega. Tuone. Yeah. Tupe. Waluya tuone. Itayanje Yesu itayanje. Yesu mwana wa Kasai itayanje. Itayanje Yesu itayanje. Yesu itayanje. Yesu mwana wa Kasai itayanje. Murina wanje Yesu murina wanje Baba. Murina wanje Yesu murina wanje. Yesu mwana wa Kasai murina wanje. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Baba tawala, 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 na wana wako watawale, Baba tawala, Baba tawala, Baba inua, Baba inua, Baba inua, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko,
shangwe nzuri kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Unaona hiyo shangwe ambayo unapiga? Hiyo shangwe ndio iliangusha ukuta. Hii sifa hii ndio iliangusha ukuta. Hallelujah. Nasema mikono juu. Ae. Mikono juu. Ae. Eti shusha kwa kichwa. Ae. Kamata mabega. Ae. Na kiuno. Ae. Zunguka kidogo. Ae. Nasema mikono juu. Ae. Weka mikono juu. Shusha kwa kichwa, kamata mabega, shikilia kiuno, iroteti kidogo. Umeshika? Twende mikono juu. Sema mikono juu. Kamata magoti, shikilia kiuno, kamata kichwa, zunguka kidogo. Zunguka kidogo. Tena mikono juu. Nasema mikono juu. Shika kiuno. Kamata mabega. Magoti shika. Zunguka kidogo. Tupe seven sasa. Twende. Nataka sasa tuende Mungu. Twende. Tunaenda tu kwa nguvu. Wale ambao wana uwezo wa kuruka tena namna hii tu. Kama unaweza ruka. Yeah, twende. Tuende. Hey. 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 Twende. Hawana tuwati. Teremuka. Cheza mzigo yetu kidogo tu. Ukisimama shauri yako. Hey! Tunaambiangwa hii ni camping site ya wanajeshi. Twende. Chini. Ina chini kabisa. Hapo sasa. Panda. 1, 2, 3, twende. Teremuka. Chini kabisa, twende juu. Panda. Wapi shangwe kwa Yesu? Hallelujah. Ngoja kidogo Tony. Kidogo tu. Hallelujah. Amen. Tuna Wakikuyu. Yeah. Na kwa nini tunacheza kama Waluya wamehamia kwa Wakikuyu? Ulikuwa zoezi? Hebu angalia kama ametoa jasho. Bado si ndio? Haya. Tupe Kikuyu mzuri tucheze kwanza turuke. Twende. Rukia Yesu wewe.
Thank you. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Nishike mkono
mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, Bwana tembea nami Bwana, tembea nami Bwana, tembea nami Bwana, tembea nami, tembea nami Bwana, tembea nami Bwana. Bwana uniongoze Bwana, uniongoze Bwana, uniongoze Bwana Yesu. Mwambieni Bwana asante wanadamu, mwambie Bwana, Bwana mwambieni Bwana asante wanadamu, mwambie Bwana asante. Moyo wangu wa kuinua Bwana, moyo wangu wa kuinua Jehova, Baba, moyo wangu wa kuinua Bwana. We worship you, Father. We worship you, Father. My Lord, my King. You are my Savior. You are my King. We worship you, Father. Hakuna Mungu mwingine. Hakuna Mungu mwingine. Wewe unastahili kuhimidiwa. Unastahili kutukuzwa. Unastahili Baba. Unastahili. Newagirire Baba. Newagirire Bwana. Newagirire Baba. Newagirire Wesagai. Messiah. Messiah linaikanta. Yeshua. 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 Messiah. Yeshua. Messiah. Yeshua. Messiah. Yeshua. Messiah. Oh, nilikuwa nimepotea Baba, Bwana nilikuwa nimepotea Yesu, nilikuwa nimepotea Baba, Baba nilikuwa nimepotea Baba, nilikuwa nimepotea Baba, jambo lipilo yeye asilo liweza. Kwa nini jambo, kwa nini jambo lipilo yeye asilo liweza. Kwa nini jambo, Kwa nini jambo
ni jambo We glorify your name. Your presence here is an indicator that you are still walking with us. We give you honor and we worship you. We believe and trust in you. Tunaunganika pamoja na makerubi na maserufi, pamoja na malaika mamilioni waliokuzingira, ambao bado wanatukuza, wanasema unastahili kuabudiwa, maana wewe ni mtakatifu. Mungu uliyeumba mbingu na ukaumba dunia. Babake Yeshua, ninakushukuru. Zidi kutuzidishia neema zako na baraka zako. Wakumbuke watoto wako hawa na wale wengine waliosafiri kwenda nyumbani kwa ajili ya Krismasi, pia ukawakumbuke. Wainue katika viwango mbalimbali, wainue katika viwango vinavyokupendeza wewe. Baba, tunaposimama, najua hatupaswi haswa kusimama mbele yako, maana tunanuka, sisi ni wachafu. Lakini naomba tu msamaha, ukatutakaze tena kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, Yeshua ya Mashaya. Baba, tuongoze. In Jesus name we do say amen. Salimia mtu aliye katika mkono wako wa kulia na wa kushoto. Mwambie sasa karibu kwenye ibada za leo. Mwambie karibu sana. Mwambie we love you. Mwambie we love you. Mwambie I sincerely love you. Hata kama unaona kama na joke, I sincerely love you. I'm not joking. Mwambie I'm not joking. Mwambie I'm not joking. Hapana, salimia bwana yako ama bibi yako peke yake. Salimia hata huyo mwingine. Yes. Hallelujah. Yeah, we are saying this in Jesus name. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. You may be seated in your seat of the prophetic seat. I know we prophesy to those seats. As you sit on them, the glory of God will just start germinating in you. There is favor. Hallelujah. Sijui ni kamera gani? Ni gani? Ni gani iko on? Ni ile sasa hawezi. Siwaambie wakuwekea hii. Ndio nataka tusalimie wale walienda Krismasi, tuambie tuko church. Inua mkono wako, nyoshia mkono wako kwenye kamera hapa. Waambie we are together. We are together. We are praying for you. Mwambie as you are eating nyama choma, we are also coming to you. Hallelujah. Mwambie you are invited tomorrow for our nyama choma. Thank you. Mwambie geshagi yetu ni hii. Hapa ndio geshagi. Hallelujah. Thank you very much.
For those, we also pray for them. I know they have traveled, and they didn't travel in bad faith. Ni kwa sababu ya kwenda kuona wazazi, which is good, and it is important once in a while we do travels. We go home, we see our parents. If you are the whole year been giving your pastor or the church your tithe, your sacrifices, your offering very generously, and your mother is languishing at home without food, then all what you gave is in vain. Hallelujah. Kama mama yako kule Geshagi is not enjoying the fruit that you are bringing here, that's a hypocritical offering that does not go anywhere. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. As you give at the altar, your mother and your father is also an altar. Give to that altar. Hallelujah. It is the only command that has what? A promise. So don't entertain yourself in I was talking this in the morning. I don't know why I'm being reminded of it also to speak about it, because there are so many people here who adore their bishops, who adore their bishop, adore their pastors. You will think when they see their pastor, hata wanatetemekanga wakianguka chini, lakini kwao nyumbani there is nothing to reciprocate what they are doing here in church. Unakuta mama kama huyu, I don't mean you. Unakuta mama kama huyu, yeye hapa ni mtoaji, hata anapakusiaka pastor wake kiatu. Hata anajua kiatu pastor leo he is not in the right mood. Lakini ukimuuliza, is your husband in the right mood? He never took care of the husband. If you are that woman here in this church, or that man here mwenye hana heshima na wazazi wake, hana heshima na mke ama mume wake, then you are not allowed to be in this church from 31st midnight. Hallelujah. We will do our investigations, and if we discover you have no good terms, you are not in good terms with your husband, with your wife, with your mother, with your father, with your relatives, lakini hapa kanisani you are a cheerful giver, that is, you are a demonic giver. Don't give to this church. This church is not looking for your money. It's looking for righteousness. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not looking at how good you are, how dressed, how nice you can dress. No, there are churches, and I'm not denying you this chance. Siwanyimi, sisemi hivyo ati mweze kusema alisema hapana. I'm trying to balance the equation, because I know you are going to dress me nicely. I know that for sure. I know for sure this time round nitavaa nguo ya 200,000 koti peke yake. I know for sure this coming year nitavaa kiatu ya 150,000 kiatu peke yake. I know for sure nitavaa socks ya 50k. Ninajua hivyo. And of course you know you are going to dress me. But before you do that, make sure your mother is dressed well. Hallelujah. Make sure your father is dressed. Don't bring that, how do you call it? An abomination. Anything you bring to your pastor which is disengaged from your mother, your father, your husband, your wife, then that is what we call an abomination. Hallelujah. The Bible says if you are giving a sacrifice or an offering at the altar, then discovers you have a problem with somebody at home, the Bible says you drop it here. You run fast to that person, seek forgiveness or seek to agree, then come back, offer it. What does that tell you? If you have a problem with your family member, if you have a problem with a worker, if you have a problem with anybody around you, and you come to do an offering, if you continue doing the offering, that is an abomination. It is not an offering. It's a mockery. So for those women and those men who please their pastors, before you start from fast to bring anything to me, I will want to know your record at home. Hallelujah. Wale wananinunuliaga hata sweet, hata kuna wengine nimeona wananiletea chocolate. That's good. It's all right. Bring it. I will eat. But before you give the chocolate, I want to hear you give me the number of your mother. Hallelujah. You give me the number of what? Your mother or your father.
I'll also want to speak to your husband or your wife. Kanatigo nigathuka wathuka ore mwe. Sitaki mahypocrite hapa. Keep your money. Sitaki nikupendeze. I'm not God. I'm not your God. I'm also looking for that God you are looking for. I'm in the process of being processed. The more you are being processed, the more I'm being processed. Hallelujah. Na ndio kanisa hii ibarikiwe, lazima tuanze nyumbani. Baraka hazitokagi kwa kanisa, zinatoka kule nyumbani. From your mother, from your father. Hallelujah. So how many of you wametuma Christmas? Inua mkono juu. Wametuma nyumbani Christmas. Inua tu mkono. Inua mzuri straight. How many of you hawajatuma Christmas? Inua mkono juu. Inua mkono juu. Hawajatumia wazazi Christmas. Inua tu mkono kama wewe si wa shetani. Inua mkono juu. Be holy, be clean. Inua mkono, nasema tuinue mkono kama haujatuma Christmas nyumbani. Unagojea upigiwe simu uulizwe duratuma. Kama utapigiwa simu uulizwe na musasi kama haujatuma duratuma, that is not a gift to your parent. If your parent demands, asks you to tumie, that is not a gift. Hallelujah. A gift is that which you give from your heart without being demanded. And that one will be counted in heaven. But that which your parent requested for, asked for, it is not counted anywhere. Afadhali tu endelee na madasi yako. Anytime mzazi atakuitisha umjue, mupatie, lakini ujue imepotea. Haina baraka hata kidogo. Wewe ni mkora. It is a responsibility. A responsibility. Una make sure kama uko na pesa kama mimi niko na pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sikai kama nyinyi mnasemaka neko dunia yangu ijakauka. Kama yako imekauka, ni yako imekauka. Na usiambie watu ati Kenya hakuna pesa. Nenda kwa barabara ukuta kuna KD. What is the latest? Yeah? KDN. Hiyo KDN iliokotwa kwa mapipa pale. Si ni mtu ameenda kwa duka amenunua. Na wewe unasema kusabia atakometa, kothoketa ni kwa kuguthuku. Thiorie Ngai niki mwekanite. Kwako ndio kumekauka. Alice. Wachana na watu wengine. Kama kuna barabara KDN iliokotwa, ilinunuliwa na nini? Na kumekauka. Njira tu. Kuna Nairobi ukienda city saizi. City has been taken over by watu wa nguo na watu wa viatu. Si ndio? Zamani city ilikuwa imechukuliwa na watu wa chemist. City zote ukienda Moi Avenue ulikuwa unakuta chemist bar. Chemist bar. Hallelujah. Saizi unaenda nguo viatu na manukato. Beauty para, beauty shops. Ndizo unapata hizo nyingi sasa. Warembo wamerebeka. Si unaona watu unakuta mtu lasia alikuwa ukimwangalia sura unakuwa nafikiria ako na miaka mingi sana, lakini saizi amenyoroshwa. Unaona huyu ni ada 18. Baka wakati mwingine ukipita unaenda pole pole. Unajua sasa sisi ni wasee, unaenda pole pole. Mtu wa 50 years mwanamke unakienda mkikutana na yeye unaona ni kama ada 18. Unaweza mgoga wewe bio mgoga mtoto. Sasa siku hizi tunaenda wasee, ukiangalia wanaume siku hizi wanaenda pole pole. Wakiona mwanamke anakuja na hepa kwa sababu amenyoroshwa vizuri mpaka amekuwa kama ada 18. Na wale vijana mnaoa kwanza itisha kitambulisho. Wacha kuangalia sura ya siku hizi haifanyi kazi, itisha kitambulisho. Umesikia vijana? Itisha kitambulisho. Ni manyoroketa muno leo. Amenyoroka vizuri. Na ni vizuri, that is what we want. We are not supposed to grow old. Never allow yourself, always be a youth. Unaigwa? Wakorio nege mundu gike hage kwirage wetage mutumia. Akira ati ne andu akwa. Todo ni ukurire riu uretwa aya ne andu akwa. Kana twitaga tugaga ati ugoge. Na ni mama. Ndio kire mama yakwa. We ndukanetikire. Agwita mama ukamukunyuruki ha. Ngamira ni ndire mama guo. Na mukiari hali mugethi kunywa chai yale babe. Akiingia kwa nyumba anakuwa niyo mama. Usikubali.
Usikubali. Ile bebu aliona tuendelee na bebu. Hakuna kuzeeka sasa. Let go. Hakuna kuzeeka. Unazeeka ukienda wapi? Unakoroge kule unaenda wapi? Hii dunia unaacha saa hii ndio. Unajua this is the time that Africa is taking over the world. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the time Africa is taking over the world. And the wazunguzi will be coming here. Sema here. Unaona hii nyumba? Hii. Kuna siku mtakaa nje wazungu wajae hapa. Na watakuwa umetuletea pesa, watakuwa wamekuja kuomba baraka. This coming here. Wazungu watajaa kwa hii nyumba. Sio ati watakuja tuende tu ati you know we have a problem, we know we have a challenge. No. No challenge in this house. If you have a challenge, walk out of this house. Hapa hatuna viwete. We have no viwete za hakiri. We don't have a challenge. We have blessings. And this blessing you are supposed to gawa, tugawie watu. We are going to distribute to the whole world. Na kila mtu atafute passport. Hello? Kila mtu atafute kama wewe unaweza kupatiwa passport. Unajua kuna wengine hata picha haiwezi toka iwepo kwa passport. Tafuta passport because I will be picking. Nakwambia wewe na wewe jitayarisha tunaenda America. It will be like that. Nobody special. Wewe na wewe tunaenda Iran. It will be like that and this year. This which year? This coming year. Hallelujah. How many are ready to travel? Ni wangapi wako ready to travel as soon as January beckons? Inua mkono wako juu. As soon as hata mimi wacha niinue yangu. As soon as January beckons. Yes. How many do you have passports? Because yes, we have a journey. We have a safari January. Tuseme sasa we have a safari January. Who will be ready? You have passports? Are you eligible? Ukienda American Embassy, there will be no regret. Okay, thank you. Prepare your passports. Thank you. We are traveling. I can see a group of a few people, not many, traveling this January. The first week of January. And I see God to be one of them. My passport. Sema my passport. It's a prophetic word. It's a prophetic declaration we're making. My passport. Hear me. This January, I want a rubber stamp of an exit. Yes. God has heard your prayer. He has heard also my prayer. Hallelujah. That is how we will be demanding things. We will not be begging. We will be asking for things and they will be working. Tumehama kwenye ile grace time. We are no longer in the grace. Bwana Yesu asifiwe sana. We are no longer in what? In the grace is when that you are allowed also by God to do funny things and God just condones you. Now tumetoka. As we will be jumping 2023 to 2024, the grace will be terminated in this church. And it will be what? After the grace? It is the presence of God. Hallelujah. When the presence of God comes, ikikuja tu the presence ya Mungu, inapokuja, it comes to the promise. Did you know that? Did you know that? How did you know? Who told you? How did you know inakujanga na presence? Presence inakujanga na ujasema ameruka. Wewe ulisema? How did you know? Okay, thank you. This is what will happen to you. Those that will be givers, those that will be sacrificers, will receive an Abrahamic blessing. Those people that sacrifice. Wacha wale wa kutoa dhabihu ya offering. There is an offering and there is a sacrifice. Hallelujah. There is what? A sacrifice and there is an offering. Those who will be giving sacrifices periodically, they will receive Abrahamic blessing.
What is Abrahamic blessing? The Abrahamic blessing has a covenant with God. When Abraham gave his son, but God told him, don't kill the son. Instead, there is a sacrifice there. What happened to Abraham? God said, because you have not denied me your son, I swear to you. Hallelujah. Because you have not denied me what? What did he do? I swear to you. That is what God will do to you. I swear to you. Bwana asifiwe sana. That is the power of the sacrifice. That God will swear to you. Once you move out of the grace, you go in the presence of God. The sacrifice, I keep repeating this. The sacrifice brings the presence of God. And the presence of God, when it comes with a promise. Any presence of God comes with a promise. But when you are operating on a grace, you are limited because you will only walk as God allows you to. But when you give a sacrifice, there is a covenant between you. God just moves out of you, goes, because he makes a covenant and he swears, he goes. He swore to Abraham only to come and appear during the Moses time. Hallelujah. He swore to Abraham that I will bless your generation. But he only came to appear during the Moses time. And after Moses, again, he appeared Joshua time. He told Joshua that from today, arise, because Moses has died. Arise now, take my children to the land I promised their fathers. Not the land I have told you to go. It is not your land. He never gave Joshua any mandate beyond taking the children to where he had promised. He walked on a promise he promised Abraham. So you no longer become yourself. When you do a sacrifice, you no longer become yourself. You walk in the promises. When you gave that sacrifice, God took over you. And he will take you over, take your children, take the children of your children, take the children of your children of your children to their no limit generation. Until today, we are in the grace, or we are in the promise of God. Jesus is a promise of the Abrahamic promise, and it is extended to us. We who are the followers of Jesus Christ. We are enjoying the fruit of Isaac being near to be killed. That is Abrahamic blessings. That is what we are enjoying today. And you can only enjoy the Abrahamic blessings if you give sacrifices. So, I am upgrading. God has upgraded this class. No, we have been in a class. God has upgraded this class to be a class of the promise of God. Hallelujah. Tell your neighbor, I am in a class of the promise of God. I am in a class of the promise of God. I have come out from the grace. The grace doesn't have a promise. Tell your neighbor, the grace doesn't have a promise. But where there is a covenant of God, there is a promise. Hallelujah. Tap your neighbor. Muulize umesikia. Ama unasikia kama naongea Kifaransa. Muulize, unaona kama unasikia kama naongea Kifaransa? Bwana asifiwe sana. That is how we be moving from now henceforth. Things have changed. Sijui kama mnaona. I'm a happy man because nimekubalishwa nifundishe Exodus. The other time tulikuwa tunasoma Joshua. We have been tunasoma tunarudi Joshua. Tunasoma tunarudi Joshua. Me, I operate that way. When you get into Exodus, you are in the move now. You are getting to where? To where you are supposed to be. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimeshukuru sana kuwaona.
May God bless you. I want to read a prayer here. Leo nitawasomea kitabu ambayo haiko kwenye hiyo Biblia yenu, but it's supposed to be in that Bible. This is a good book called The Good News. It is the book ambayo iko na vitabu vingine 17 extra, which the other Bible doesn't have. And I have discovered iko na vitabu ambavyo they have good things. Mwende mu download, ziko kwa nini, kwa internet. Just download for the sake of reading. Kuna Wisdom of Solomon. This book has Wisdom of Solomon. Iko na the song of the three brothers, the song three young men. Iko na kitabu inaitwa Bell. Iko na kitabu inaitwa Maccabees 1, Maccabees 2. Iko na kitabu inaitwa Edras. Iko na kitabu inaitwa Tobit. Nice books. Judith. Nice book. Songs of Wisdom of Solomon. Not the Song of Solomon. Iko na Song of Solomon na iko na Wisdom. So we will be also using this Bible. Kama mtakubali, lakini mkubali msikubali, mimi nitaisoma. Kwa sababu kama Wakatholiki wanaisoma, kwa nini sisi tulifichwa? Mko nazo? Already mko nayo? Uko nini dedudha? Adiko kwa ikoletia ya derudi na kwa hii kitabu, mwende mtafuta hizi vitabu. Amos ni ile kitabu linipatia na itaendelea kukaa hapa kwa muda mpaka tusome, si ndio? Asante. Huyu mzee ndiye aniletea hiyo kitabu. Sikuwa najua, mimi nilikuwa najua ni ile tu ya 39 book, ni 39 69. Sikuwa najua 66. Sasa nimepata zingine 17. Na kuna kitabu kingine naletwa, the original Bible is coming. Somebody is bringing it for me from ni Greece. Ako Greece. Ameipata the original with 100 books. The original with 100 books. Ile kabisa ile yenyewe. Tutaletwa na nimepata Torah. Nimeletewa Torah. Naitwa Torah. Nimeletwa. So we want to go deeper in this one. We want to understand ni nani alitoa hii vitabu vingine. Why? Because this Bible tumeambiwa uliokaa ruta yule atatoa ama yule ataongeza atawekwa nini? Atawekwa matuhuhu. Sasa nikuulize, kwa sababu hii kitabu tuko nayo imetolewa, kwa hivyo sisi tunasomaga ni matuhuhu. Kama tukienda na hiyo tugedina ugwali tuende na hiyo. Si imetolewa vitabu 17. Kwa hivyo aliyetoa aliwekwa matoho ama hajawekwa? Kwa hivyo yeye mwenye alitoa si ndiye alituletea? Alituletea nini? Kwa hivyo mna operate na matoho. Sitaki judgment. Sitaki beef. Sitaki muanze kusema mmewasikia sasa ameanza kufundisha mambo yake. Hiyo ni karoti. Hiyo ni karoti. Hapana, tutaekelea vitabu zote hapa tuchambue. Kila mtu ajifanyie maamuzi. Tujue ni kwa nini. Why do we have Catholic wanasoma vitabu mingi kutuliko? Hello Catholic. Watu wa Catholic here? From Catholic members? Catholic members inua mkono juu. Catholic, who are Catholic members? Yes. That is, alafu mtu akuje hapa aseme anataka kiti kwa hii kanisa na ni member wa kanisa ingine. Mtu ni wa Jubilee, hajahama Jubilee, anataka kuwa chairman wa UDA. Bwana asifiwe sana. Na tumetoka sasa kwenye ile level tulikuwa ya kanisa ya kujikunja. As we get into the first day of the year. First day, wale watu wanajua mambo ya evangelism, msimama juu. Evangelism. Watu wa evangelism mnajisikia uko na hiyo roho iko ndani yako ya kuinjilisti, wainjilisti. Usiwahi kubali muinjilisti aombee chakula kwako. Usiwahi. Ukijua mtu uko na roho ya uinjilisti, usiwahi kubali, maana ataombea mpaka chakula ya next year. Niko na sister yangu ni muinjilisti ule mimi nafuata. Akianza kuomba ataomba 2 good hours na nimalize. Sasa tulikuwa tunafanya hivi, akifuga macho akianza kuomba tunaendelea na mlo.
Haleluya. Ni hawa injilisti? Huyu nimeona ako na hiyo roho sana. Hata huyu sijajua sana, lakini naonaga kiendaenda na huyu. So I want that. Na wale wamejiandikisha, we will be meeting later tomorrow. Hapana, kesho ni wazee, si ndio? Wazee tunawapatia chakula tunakula kesho. Na siku hata nyinyi mkuje. Najua nyinyi mlikosana na watu nyumbani, ndio mjaenda nyumbani. Mkuje tu. Moke tulianire. Ndiko koneno leo. Kukula pamoja. Hiyo ndio sikukuu. Na ni mimi from the plate of your apostle. Sema from the plate of si ya kanisa. Na mtu mwenye anataka kunisaidia anitumie hiyo pesa saa hii. Leo before saa 9. Kama after that usinilete na kesho usinilete. Kama unataka kunisaidia, tutengeneza chakula ni ya kukula na ubebe na tubo, sio ile ya kubeba na bagi wase. Msiende mkaseme mkuje na bagi, kuje na tubo peke yake. Yaiwa Amos. Roshoko Kanada peke yake na kanua. Doko kana bagi. Si ndio? Hamada kijana ile yako. Kijana. Sasa ndokero kamena igoro. Ndamenya nitho guoraria. Ndega kugeithania, kejo ke hagu geithie. Wena kairetu haha. Rugamona we. Tu hae mukuru. Murega inyuothe nderwo ngeithania umuthi twerekeire mwaka mpya, na nijue hamwe nanie na baba twina matumaini ma mwaka twerekeire. Wewe na matumaini ati ni uguthie mwaka uyu twerekeire? Kwa nini mnasema kama mna wasiwasi? Mimi pamoja nanyi tutavuka mtoni hii twende mwaka ingine. Tutaenda mwaka ingine na ingine. Anaye miaka karibu miaka fulani apige times na miaka ingine ijayo. Kwani wewe umekosea Mungu nini kama hutafika miaka ingine ina ingine miaka na miaka? Ni times yako ile uko naye, ni times mara 3 kwenda mbele. Na mimi nataka tusoge na wewe tuelekee mbele pamoja na hiyo miaka 100 ni miaka kidogo. Tunasikia Ibrahimu alikuwa na miaka gapi? Na itena mamia na mamia. Na sisi kwani Mungu si atatujalia kuwa na miaka kama hiyo? Wewe una matumaini kufika huko? Asante. Bwana asifiwe watu wa kanisa. Mimi ni kumsalimia tu, lakini napitia makumbwa sana magonjwa, lakini Mungu wakati huu ananiambia hiyo magonjwa ya mwaka huu ananimalizia. Asante. Mushokeria. Regio, amushokeria tena na mimi ndarekagia na ihenya. Huyu mzee ako na 120, wewe uko na gapi? Na nigora twetehera guko. Ako na 120. Wewe uko na gapi? Date peke yake dinafanya atukuli chakula huko. Ati hatuwezi kuvuruta hewa. Wewe naigana. Dina 76. 76 na nona noka ile tu. Sini kama msichana. Wacha niangalie kijana mwingine hapa. Kijana ino. Simama wewe. Niwe ndirareria. Kana nditawa kijana. Uko na miaka gapi?
60. Ako na miaka 60. Na wengine wako na miaka 30, ni kama wamekaa kama ile tiga hadi 7. Wewe una miaka gapi? 60. Iwe Amos wewe na miaka igana? 89 ni odani. 89 na uliona magego kanua. Iwe niko na miaka 70. 70 naona no kairetu tarugama. Gakairetu kairetu. Alafu niki mwikoretie oguo. Akora tuta mundu yo nayo horerete ha. Wina miaka igana? Miaka ndoira kibandi 53. Inya yo ndoi miaka ni igana arakwira riri oire kibandi. Akia kibandi 53 ri moya kamena miaka 30 ile tuko. Ile moya gamwetikagirio kuya kibandi. 53 ta minus 53 minus 20 ni mukagerera miaka 5 uguo nigetha moneke muri akuru. Kwani na 80? Haya, kwani na 80? Ndeshia ne. Ugo utamiaka 25 kuma 53. Ewo kaigana? 53 minus 25. Ugo ashiario 1925. Wale kwa 1925 shiko. Don ulikuwa wapi 1925? Na huyu mzee anaweza kukukuta kwa gari umwambie ya mzee ulichelewa ukiwa wapi? Bwana asifiwe sana. Leo nataka tusome tu just as nataka tu enjoy leo life, si ndio? Ntuthomire muno. Tu enjoy tu life kidogo kidogo. Mungu atatubariki. Atatusaidia. Thank you. The book of Joshua 8 verse 30. Now Joshua built an altar to the Lord God of Israel in Mount Ebal. Verse 2. As Moses, the servant of the Lord, had commanded the children of Israel, as it is written in the book of the law of Moses, an altar of whole stone over which no man has wielded an iron tool. And they offered on it a burnt offering to the Lord, and they sacrificed a peace offering. You see, there is a burnt offering, and there is what? A peace. A burnt offering is a sacrifice, and a peace offering. When you give a sacrifice is meant to do your battles. Hallelujah. A sacrifice is meant to do the battle. Sacrifice. Ukitoa dhabihu ya sacrifice, ndio upigana vita. Vita upigano kwenye madhabahu, hazipigani kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine wanafikiria ukienda Katoloni uende ukapigana na maadui yako utafaulu. You won't. Umeenda kutafuta relationship. If you not give a sacrifice, then your maombi haitafanya kazi. Maombi mingi sio vita, sio kitu ya kukupigania. An altar, once you do a sacrifice, you raise an altar. Sacrifice inainua madhabahu. Nikupatie tu historia ndogo kabla sijaingia to my main topic. Wakati Abraham alimchukua mtoto wake wakaenda kwenye mlima kumtoa kama dhabihu. Akiwa mahali pale, mtoto alimuuliza, "Baba, ninaona kuni na ninaona kisu na ninaona na kiberiti. Sadaka ambayo tunaitoa iko wapi?" Naye Abraham akamwambia, Mungu atafanya nini? Atapatiana. God shall provide for himself. Bwana Yesu asifiwe sana.
Abraham alianza kutengeneza madhabahu. He started by building the altar. Wakati alianza, alisikia hiyo story, walipofika pale alianza kujenga madhabahu. Mwanzo alijenga madhabahu, altar. Hallelujah. Who can tell me why alijenga madhabahu kwanza? Who can tell me why? The reason, yes, to lay the sacrifice. Which was the sacrifice? The son. But no, that was not the reason to lay the sacrifice. Not to do the actual sacrifice. Madhabahu, alijenga madhabahu kwanza kumnyima sauti mtoto huyu asilie. Hallelujah. Yani, you have a son. Oh, I have my son here. Alafu nimwambie lala chini, nimeshika kisu hivi. Will that son atavumilia? Hata kama wewe ni nani? Atakugoga na ataondoka. Ati umvuke sasa ni wewe tunachija. Ulize, kumbuka huyu mtoto aliuliza baba, akamuuliza ninaona kuni, ninaona kisu, ninaona kila kitu. Meaning huyu mtoto alianza kudetect. Hapa kuna maneno ya Yedi Musuri. Alianza kudetect. Because anaona kila kitu hiko. Na tumekuja kutoa dhabihu. Na anajua dhabihu inatolewa ni busi. Why are we here two all of us? Mimi na baba yangu na kisu na kuni. Baba yake wakati alijua hivyo, alijua ni nini? Lazima I have to subdue this boy not to make noise. Akajenga madhabahu kwanza. For you to win any battle against your enemy, inua madhabahu kwanza. Wacha makelele mingi. Ola baka torobosa. Hiyo ni ujinga. Abia mwenzako, wachana na hiyo maneno. Inua madhabahu. Every battle is won at the altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham akainua madhabahu kwanza ndio aweze kumwekelea mtoto. Na wakati immediately alijenga madhabahu, alishika mtoto, aliingia kama kodoo. Olia polishikiraga niguo mwana ucio aingirire na agikoma. Hakurespond, hakukataa, alilala na ngoja kuchinjwa. Kama venye tunachukua kabusi tunaekelea kwa madhabahu ndio tuchinje, hivyo ndivyo mtoto alijiekelea kama busi. Kwa nini? The power ya madhabahu ilifanya mtoto akubali kuchinjwa. Hallelujah. The boy never responded, never cried. Alipatiana mpaka shingo mzuri kwa sababu madhabahu ilikuwa imemshika, imemlalisha. Na hivyo ndivyo tumeshikwa na wachawi na waganga. Wamekuja wameinua madhabahu katika maisha yetu. That is why you have a mouth kusema neko muno neko rumuno maundu ti mega. Watho ukole mwe. Because we have been prepared by a demonic altar to confess so. An altar forces you to confess. When you raise an altar hapa, tunapigana na wale wote wamejaribu kutupiga, si wamejaribu? Si tumekuwa na nyinyi hapa, wametuweza? Hatuwezi. And na ndivyo mko wicked hapa, watu wengi hapa ni wicked. Tiado igimokete kuhoya huko. Tiado igimokete kuhoya huko. Kwanza especially wa mama. Si wengi wamekuja maombi hapa. Kama ni wao tungetegemea tungekuwa ikanisa tumefuka. Kwa sababu wao they are automatically for something different. Wamekuja hapo kwa sababu ya burubadi na mkate. Yeah, so they are not praying with you. Nyinyi mkiombea kanisa, yule anaombea kanisa, wao wanaombea nini? I capture. Ni makamata anga. Kuna watu wamekamata anga hapa. Ya tall dark and handsome. Nisikia inaitwa tall dark and handsome. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama tungetegemea watu wengine hapa, hatungekuwa tumeenda mahali popote. Lakini because of the altar ambayo tuliinua, the altar fights for itself. Wakati Gideoni alienda akabomoa madhabahu ya baba yake,
akaenda akaiweka chini. Baba yake aliitwa na wazee, wakamwambia, we know it is your son who has done this. Wazee wakamwambia baba, mulete tumuue. Baba aliwaambiaje? Kama madhabahu hii ni ya Mungu, itajipigania. Kwa hivyo madhabahu ndio hujipigania. Na akaondoka akaenda, akajua mwenye ameweza kubomoa hii indeed ako na Mungu, maana he is the only one alikuwa na secret kujua this is not an altar of God. Baba ya Gideon anaitwa Joas. Yeye peke yake ndiye alikuwa anajua this is not a true altar. Na wazee walipokuja kumwambia tunaegelea kemodo kiu yako ni kio mauduma, because they knew the only person that has God, it was Gideon. The rest of us, oh, we have got no God. So God needs one person in this house. Only one person who can stand and God will listen to him. Oh ha. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yake Joashi akamwambia, if indeed this altar it is for God, it will fight for himself. Na akaondoka akaenda, because he knew my secret has been discovered. And because what happened, wakati Gideoni aliinua madhabahu, alivunja ile madhabahu ya Baal, aliinua madhabahu ingine mpya. He destroyed the altar of Baal. Na akaambiwa na Mungu, unijengee madhabahu mpya inaijengwe kwa mpangilio. Ama hiyo, is it ndio Bible? Na ijengwe kwa nini? Ijengwe kwa mpangilio. Kwa hivyo madhabahu iujengwa. Abraham akiwa na kijana yake kule alijenga madhabahu kwa mpangilio. Gideoni naye alijenga madhabahu kwa mpangilio. Na alipojenga, baba yake alipokuja akasema nini? Kama ni ya Mungu itapigana. Ndio imagine wakugudhuketio ni mutumia oyo. Ugemunywa hiyo hesigana no kono uthio magoko cia jeshi guthiaga. Hatingekora hega. Lakini kwa sababu madhabahu already imebomolewa na ikajengwa ingine, Joashi alipofika alinyamazishwa na ile ingine mpya imejengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia mwenzako, madhabahu ambayo nitainua itanyamazisha maadui wangu wote. Hawataweza kuongea. Hawatakuwa na mamlaka. Yes. Hiyo ndio vita za kujua madhabahu tunapigana aje. Haleluya. Kuna mama mmoja wa hii kanisa, lakini siku hizi hakujagi sana. Wakati aliona things are not working, and amefanya vitu mingi, amefanya kazi mingi sana hapa, amefanya mavitu hapa wewe. So wakati aliona it is not working, alienda the other side. Sema the other side. Akabio na hiyo mugaga. Akabio, sasa ile kitu utafanya kama kehe. Sema kama kehe. Kama chakula hawakupatii ukule, zitemee mate hata hawa wasikule. Haleluya. Na wakaenda na wakatoa mpaka ametoa dhabihu ya kutemea mate ndio chakula isikulike. Sijui kama mnanielewa. Sasa alipotemea mate chakula isikulike, kwa sababu ya madhabahu iko hapa, hiyo mate ilirudi kwake. Sasa kwake kuzima chakula haikuliki. Is it the power of the altar? You don't worry, raise an altar, keep off the game. Inua madhabahu, ondoka penda pembeni. Usiinue madhabahu ya kupiga watu. Inua madhabahu ikupiganie. Haleluya. Inua tu madhabahu ikupiganie. Na mtaona most of those things, wale wote wamekuwa wakiinua, wakitoa sacrifice, wakifanya sacrifice za mambo kama hiyo, utaona wakikuwa destroyed from now henceforth. They will be destroyed. God has given me that grace. Ameniambia, I will destroy them in front of you. Walikuwa wameenda wamequote ile basi ya Abraham wakati aliacha mtu kwa ni Abraham aliacha kwa Abimeleku ama ni Isaka? Wote waliacha kwa Abimeleku kwa mtu mmoja. Hiyo ndio application walikuwa wameweka. Haleluya. Ndio isikuliwe na mtu mwingine.
Sasa instead it has worked against them. And they are crying like babies. And they are soon coming to give testimonies. How they had done it and how it turned against them. Why? The other side, whatever they have done is not a big deal to me. The big deal is that when you have a strong altar, they will not be able to fight you. All what you need is to lift up the road. Wacha kushida ukilia ati yago na kuaga mchawi, guka yago na kuaga mchawi, kwetu kuna kuaga, kwetu kuna edaka. Don't make those noises. Don't make them. You have the knowledge to inua madhabahu. Tengeneza madhabahu kama Abrahamu. Akatengeneza madhabahu. Wakati aliambia mtoto lala, mtoto alilala. Not being questioned. Huyo mtoto ndiye alikuwa anauliza iko wapi? Alikuwa anauliza hapo lifafa. Kazi gani hii tunafanya sasa? Tumetoka huko chini hatuna buzi. Na wewe mimi kutoka zamani tunachinjaga buzi. Hiyo ndio ilikuwa swali ya mtoto. Lakini akaona hapa siku hii ya leo ni kama kuna kitu ambayo si sawa. Na akauliza mbele. Mzee akamwambia aje? God shall provide. Si anajua ni wewe. God shall provide. Hallelujah. Na akatandika na akajenga madhabahu mahali atafanyia hiyo kazi. Akatengeneza madhabahu. Wakati ilifika akashika kitoto, akakiambia sasa kuja. Kikakuja. Alikilalisha chini na dokomewe na kikalala chini. Hakikuuliza maswali. Akainua kisu, hakiulizi maswali. Tadio ile kehegere ya kuika hiyo. Wanaage kukolinga. Akainua kisu. Malaika akatoka juu, akamwambia usijaribu. Akaambiwa tazama hapo nyuma. Akaangalia nyuma, akapata kondoo. Simama. Yes. That is the power of the altar. So umeona mpaka nasahau na nini? Na simu. It is the power of the altar. Madhabahu ikikuwa strong, wacha kupapatika. Ati kuna watu wachawi, kuna watu wanakuonea kazini, kuna watu wanakuonea kwenye ibada, kuna watu wanakuonea kwa familia yenu. There is nothing like that when you have a strong altar. Inua tu madhabahu. Acha na story mrefu. Mwambie wekelea ingine na uwekelee ingine na uwekelee ingine. Mtu anaitwa Elijah. Sema Elijah. Aliita manabii, walikuwa wangapi? 400. They had the confidence ya kwenda kufanya. Walisema wataakisha moto. They were sure the fire is coming. Because that walikuwa wakifanya. It was not a big miracle to them. Kuakisha moto, it was just something that they would do it and it would work. Lakini kumbuka Elijah aliwaita wapi? Yeah? Elijah aliwaita kwake, in his territory. Elijah ni mwerevu. Kama angeenda kwa territory yao angegongwa. Lakini aliitana to the territory kuja, maana huko ndio kulikuwa na madhabahu yake na ameikalia. Walipokuja alikalia territory. Na akawaambia fanyeni, akakalia madhabahu yake. Na akaambia anzeni, start it. Wakatoa kila aina ya dhabihu. Nothing was working. Wakaomba, nothing was working. Wakachant, nothing was working. Baka ikafika watakatoa damu yao. Ama unafikiria wakati walikuwa na jikatakata, what were they doing? They were giving their blood to their altar to work. Only what they didn't know, the altar they are giving the blood to is not their altar. It is Elijah's altar. So the more they give the prayers, the more they sacrifice, they empowered Elijah's altar. Kama hauja disconnect wewe na guka yako mugaga, ukuje uombe hapa, utoe sacrifice hapa, guka yako ndio anaendelea kuwa na nguvu. Until you disconnect yourself from that foundation. Sio kama mmenishika hapo? Kama hauja disconnect yourself kuma guka wanyure wale modo mugo. Ona wao hakira hapo kile hapa haki ya yero leo. Togo tabule. Kama haujaweza kujidisconnect na ile madhabahu ulikuwa ukikuja hapa
kule ulitoka, ile kanisa ulitoka, kabla ndio ukuje hapa, it was an altar. You are connected there. There is nothing utapata hapa. Ile sacrifice zote unatoa, mazao inaenda huko. Kama guka yako alikuwa mganga na alikuwa mchawi, uokoke na bado you are connected to your guka. Every sacrifice you give him power. So sisi ndio tumeinua maguka wengi waganga kule kwetu nyumbani. We have empowered them by continuing to give sacrifices here. And you think you are giving a sacrifice to your altar. You are not part of this altar. If you have not been disconnected. Kama ulikuwa kwa James Maina Nganga na you have not disconnected from James Maina Nganga, hata utoe sacrifice yako hapa, itaenda kwa Maina Nganga. Because that is where your umbilical cord, spiritual umbilical cord is. So mulikuja hapa timutapu ate muohoro uchoke wohoro ama ile mapepo imekuzigira kupigana nayo. You came here because Waroigi ana perform miracles. That is one we call an obstacle to your success, an obstacle to your miracle. The miracle you came to look for, it is an obstacle to your success. The miracle you came to look for here, hiyo ndio obstacle kubwa to your achievement, because you are still not connected here. You are connected somewhere to another bishop. You are connected to another pastor. You are connected to another evangelist. You are connected to another ministry where you are connected, where you laid your altar. Mahali ulitoa sacrifice yako ukajishikanisha na hiyo madhabahu. You are still connected there. Matunda ya hapa hautakula. Ugotoroki litawa huko. Mnanishika? Matunda ya hapa hautakula. You cannot eat from the same two plates. Hawezi kukula kwenye sahani mbili at the same time. Lazima ujidisconnect. Kama kwenu ni kwa waganga, you do a total disconnection for you to start eating from this altar. Because this altar, it is connected. It is wired. Ni kama sasa tuko na SIM cards. Si ndio? If simu yako ni ya Safaricom, kama zile tunanunua, zile zinakuanga ni za deal. Kama simu yako ni ya kampuni fulani, uende uweke SIM card kwa ya kampuni fulani, haitafanya kazi. Because where the connection is, it is that other company. So if your mother ni wa kanisa ya Korino, uko ndio ulikuwa dedicated, uko ndio ulitolewa dhabihu, you still belong there. You don't belong here. Uko ndio, that is where you belong. Life is spiritual. Wacha kutangatanga na kurukaruka makanisa 1 2 3 4. Ati kumetokea nabii ono akahida kaka wewe no yake na utapotea. You are going to die a very miserable. And that is where you see makanisa yote ya barakore ndio inaongoza kwa umaskini duniani. Makanisa hii yetu ya kiroho, it is leading in poverty. Ende kwa Catholic, they are rich. They have a foundation. Mtu mwenye amelelewa kwa Catholic ako na foundation. Mtu ambaye amelelewa kwa Uislamu ako na foundation. Uende kwa waganga, kitu ya kwanza waganga wanafanyanga nego gutahikia. That is the first thing they will do to you. Before you start any negotiation, watagutahikia kukutoa Ukristo ndani yako. Ndio mwanze negotiation, ndio akuingiza kwenye madhabahu yake, akucontrol. Lazima Ukristo ulio ndani yako utolewe ukiingia kwa mganga. Once you are removed, now mutaanza na negotiation na the demons that are operating with them. Otherwise, the demons zile umekuja nazo za kule umetoka, na zile zitapigana. Ndio unapata watu wengi unawafanya deliverance, wanakuambia kutoka siku ile tulifanya deliverance ndio vita imesidi. Hallelujah. For you to start a blessing, hata wewe mtoto, mimi kama sasa Dora Waroige, simuliona nililete mama yangu hapa, nikamulete hapa, haikuwa coincident. Hapana, nilimtrap mpaka kuja hapa. Mwanzo nilienda nyumbani, nikaorganize watoto wetu wote tukakutana, nikaambia mama yangu nibariki.
lakini nilijificha na watoto wengine wote, kwa sababu nikienda huko peke yangu ndugu zangu wangeniinukia. Nilitrick watu wote, familia mzima, tukaenda nyumbani. Nikaenda tukaambia mama, sasa tumekuja kurepent, utufugue. Ilikuwa kitu kaenda na line, nikajificha na wao nyuma, nikaenda nikaweka kichwa yangu akaniwekelea. Wakati nimeanzisha madhabahu hii, nimekaa alikuwa mama yangu ni mang'amang'a kidogo. Nimekaa mpaka nimemlete mpaka wapi? Nilifanya nini? Nilimwambia dadima, so that I may disconnect myself from her. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu I cannot succeed in her limitations. Yeye amefika mwisho in her limitations. I have to disconnect myself from her ndio ni join channel yangu yenye baraka zangu. Otherwise nilikuwa natembelea katika mamlaka yake. I'm mentioning her because my father is deceased. Yeye ndiye ameachua. So yeye ndio tumekuwa kwa familia yetu, tuna operate under her. Whatever I do, I will go back to her. Ile pesa walitafuta wakiwa na baba wakefika, siwezi nikaenda zaidi. Nikitafuta zaidi itanigonga, nirudishwe chini mpaka nirudi kwenye level yake, because I'm under her umbrella in the spirit. So lazima nijitenganishe na huyo mama. Kumbuka huyo mama alikuwa maumau, walipigana kwa kichaka. Huyo mama amecontrol maisha yangu, maana nimeenda jela mara 52 kwa sababu ya Mungiki. Mungiki ni kizazi cha maumau. Wakati mama yangu alishikwa wakiwa na mke wa Kemadhi na wengine, na huyu mama anakuaga hapa Mkolino, huyu mnaona na nyamaza hapa, kube walikuanga na mama yangu. Mwana venye sasa ameanza kulala, angalia tabia ya maumau venye na. Sasa nimemention hiyo, amelala. Ni ndo amumo la manyu ile. Daraigwa. Wema mama. Ni wako gaidia. Walikuwa na yeye. Ate mali amekanga. Mali amekanga igana. Mekanga? Etato. Rudageda mumenya ni mumo le anywete. Uni dira ubora muma. Mekanga. Mume etato. The levels of authority. It was the highest. Walikuwa mewekwa ba. Heke domeke nako ha. Mohako ha. Ha. Moko ha. Umesikia? Tumeweza kutoboa siri. Sasa ile level ya mama yangu alikunywa kiapo. Na alikuwa mpiganiaji, alishikwa na bunduki 7. Alipelekwa Kamiti. Block D, room 38. Wakati nilishikwa mara ya kwanza, nikapelekwa Kamiti. Nilipelekwa Block D, room 38. So, is this woman not controlling my life? She was controlling my life. Mambo yote nimeenda jela, ameenda. Yeye alikaa miaka 7 ndani. 7 good years wakiwa na huyu mama. Natali ajira. Ndani masha mani yodi ukodio. Kai, jeli wito. No, toraga moyo. No ile wa mwanake oyo. Na nikioto matanagia. Todo wa mumo le manyu ile demo dirimo wao. So, hata mimi nilikunywa hiyo muma. Alike mtu mioka koregera guku. Kore la kaya kamuthegi gake. Na nguo ndune. Eha kanjwele yagire. Leo nigombeitereria maguta urute wira. Bwana asifiwe sana. So lazima nijitenganishe na mama yangu, nikate the umbilical cord ya mama yangu, because she is running and controlling me. I can't not with her, under her I cannot surpass limitation yake. Kiwango kile alifika kwenye maisha, siwezi nikapita, maana niko kwa chini ya umbrella. Kama nisipokata nimuondokee, nitengeneze channel yangu, I'll be limited there. Let me give you a good example. We have, and I'm not in any way demeaning,
Msianza kusema ama wale wanatazama msianza kusema I am demeaning. We have bishop huyu wa Kiambu wa CFF anaitwa nani? Waderi. Bishop Waderi is a very blessed man, growing na anaendelea sana. And we have, that's a son of Harrison Nganga. Sindio? We have William Kemani. Is a son of Harrison Nganga. Bishop William has Kingdom Seekers affiliated to Harrison Nganga. He came before Bishop Waderi. He joined Bishop Harrison Nganga before who? Waderi was there. But look at the success level. Look at William and Waderi. Waderi is still struggling under the CFF. Hawezi kupita Harrison because he is under CFF. But William is under CFF in his own line of the Kingdom Seekers. So he doesn't have a limitation. Ataendelea. Na sasa hawa wengine lazima waongoje baba aondoke kwa kiti ndio waende juu yake. Umenielewa? So until you cut the umbilical cord of your father, of your mother, of the people ama mahali ulianzia kazi ama ile kanisa unaedaga where you are affiliated to, you will not be able to benefit from any other church. Where is your umbilical cord in the form of a church? Which church did you start? Mama yako alikupeleka kanisa gani mwanzo? ACK, Independent, FVA, Catholic. Hizo ndizo kanisa tulipelekwa sisi zote. Na tukakuwa dedicated kwenye hiyo madhabahu, si ndio? Na tukatolewa dhabihu. That is where we belong until today. That is where you belong. Huku kwingine ni matagatago na mahangaiko. Mahangaiko na mahangaiko na shughuli za kila siku. Hallelujah. Watu waliroka ni dereko. Uende huko ujitenganishe na Catholic. Ulipelekwa kanisa gani? Uende huko ujitenganishe ndio ukule matunda hapa. Atiaje? That is where you are dedicated. What is a dedication? What is a dedication? It's like you are offered to the altar. That is where you are offered. And a sacrifice was done. Were you disoffered? Ama hiyo si kisugu mzuri? Hiyo ni kisugu mzuri? Hiyo si kisugu. Uliwahi kutolewa kwa hiyo madhabahu? Yule aliyekupeleka ni mzazi mwenye mamlaka juu ya maisha yako. He has a more authority than you. Yeye ndiye alikupeleka huko. Boyfriend ndiye alikutoa huko. So ni ya nani inasikilizwa? Yes. Bwana asifiwe sana. If you are sincerely willing to get out of there, that same altar, come on, Catholic, go to any Catholic. There is a sacrifice. Go to that altar. Give a sacrifice without telling anybody to disconnect, and then speak the words of disconnection. Menielewa? So you disconnect. Ukitoka kwa hii madhabahu, na already nilikuwa nimekukamata kwa hii madhabahu, tafuta dhabihu ya kudisconnect kutoka hapa, otherwise nitakutesa. Hallelujah. Nitakutesa. Kwa sababu I have an authority over you in the spirit. I am controlling your spiritual realm. So for those who are Anglican, for those who are independent, for those, muende mutafute siku muende kwa hizo madhabahu. Miende hoya. Any church as long as ni huko. Na unajua kweli ile certificate yako ya kubatizo, ile yake ya kuigererwa moko, na yale yake na kipa imara. Hizo ni viapo ulikula. That is a covenant. That is a covenant. And it was before the altar of God, before also the servant, and then there was oil involved. This is a covenant that was made between you and that altar. Hallelujah. Ndio unaona mnasuguka makanisa mingi unasema mimi nimefikiria nirudi kanisa ya kidini. Si kupenda kwako umerudi nyumbani.
baada ya kutagataga kurukaruka umerudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unaona mmesubua wachungaji, kwa sababu you have turned out of worshiping God, instead you are worshiping miracles and pastors. Well, what you need is a miracle. And these miracles ambazo mmetengeneza, it becomes automatic obstruction to your success. Ndio unaona tunakuombea sasa, hiyo demon inahama kidogo. Lakini 2 days unasema niliacha, wakati uliniombea mgogo iliwacha kuniuma, lakini baadaye siku 7 mgogo imerudi. Kwa nini? Because ile ingine inakushika, inakuuliza ulienda wapi. Whatever the covenant that was done is still alive and kicking. Na kuna wengine tulizaliwa na wakunga waganga, we are still connected kule. So even if you come hapa na bado wewe uliconnectiwa, ulienda kwa muganga ukatahekio, ukaambiwa taheka wariga wanariganira taheka, akakutoa the thing that was in you, the foundation that was in you, and then akakupatia a new foundation. That foundation will work. Even if you go to any church, my friend, utahangaika bure. Don't waste much of your time. Wacha kurukaruka kwa manabii, kwa sababu hata manabii wengine ni waganga bado, because bado ni attached na uganga ya kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado ni attached na uganga ya kwao. Sasa hata akikuja hapa akisimama tu kwa madhabahu yote, because this is a spiritual altar, anything spiritual will activate anything. Mnabii ambaye ametoka kwa waganga akuja asimame hapa na hiyo roho yao ya waganga, akisimama hapa utaona akifanya maneno, because hakuna spiritual connection. Oh, what you need, the activation of the spirit. Once you activate the spirit, utaanza kuona mtu ameanza. Hata nikileta watu wa Rejo Maria hapa watafanya, akiingia kwa madhabahu the spirit will itaanza, utaanza ukiona ama wale waluya ni wangapi kwa hii nyumba? Nione kama nitazoeza hii vita. Waluya ni wangapi? Ni mmoja tu. Hii vita tutaweza. Haleluya. Kuna wale sasa wanataka rushu. Ushaenda hiyo? Huko Gongo mlimani naitaka, kuna wanakujaga huko, si wale wa Meriakasa. Kai. Ukienda mahali yo round wamesuguka hivi, unakuta mashimu. Walikanyaga mpaka kashimu kakaenda. Risho. Kama wengine nasikia wakiongea hapa kwa kanisa fulani hapa, sijui ni gani. Ni Shekaina. Na Shekaina hiyo si wanafuata mambo ya TB Joshua. Wale wanasema hiyo risha. Kwa TB Joshua kuna risha. Sitaji mtu mwingine hapa alikuwa huko. Hiyo sio tabia ya TB Joshua. Hapana, hiyo ni nyingine. Hiyo sio tabia. Hiyo yuko na hiyo Meriakasa kidogo. Tunasema hoja. Hiyo ndio wanapeka. Kuja asubuhi saa hapo usikilize. Hiyo ndio ile sauti wanatoaga. Huku acha hivyo. Kulibadilika. Natikile hiyo. Hivyo ndivyo wanasemanga. So huyo mtu sasa utambadilishaje? My point here is, whatever that we do in our life is what? Spiritual. I'm teaching this because I don't know ni kwa nini, because this is not what I had prepared. Si imenikataa ile, nimejaribu kusoma vitabu hapa sielewi, na nilikuwa huko nilikuwa nimeelewa vizuri na nimepanga, nimeshidwa, nimefutwa kabisa. Hii sasa sijui imetoka wapi. As Moses the servant of the Lord had commanded the children of Israel. Mumenisikia vizuri? Hata mimi wakati nakumbuka kuna siku moja Mishuki alisema, aliniita kwa ofisi yake. Akaniambia mkipatiwa gari zenu mtaachana na kusubua watu.
Nikamwambia ndio. Kumbuka siku hiyo nilikuwa nimeondoka Mungiki, niko kanisani. Akaniuliza una connection na hawa watu, ukirudi huku utawaambia. Nikamwambia ni mimi nilianzisha, kwa hivyo nikienda kwao wataona ni mimi bado. Akaniambia basi nenda ukusanye vikundi za watu 50. Serikali itawanunulia kila kikundi basi moja. Equity ikafahamishwa, ikatengeneza 500 million. Kampuni nyingine inaitwa kwa bodybuilders ya kujenga magari iko Australia, nayo ikatayarishwa, ikaambiwa ianze kutengeneza matatu. Pesa sisi tukiandikisha majina yetu hiyo group, Equity ina release pesa huko. Unapatiwa gari alafu tunalipa kwa Equity kwa sababu ilikuwa loan. Immediately niliactivate hiyo kitu, nikaenda nikaongea na hao vijana na nikaweza kuwaambia na wakasikia vizuri. Mule mtu alikataa tu ni Mainajega, kwa sababu Mainajega ni kazeni yangu na tunalimanaga. Hatupendani hata kidogo. Haleluya. Lakini juzi alikuja mpaka kwangu akakula busi. Alikuja kunibia, sasa amewacha vita, ameona shida ni na mkubwa yake. Bwana asifiwe. Immediately tulianza kufanya hiyo mikakati. Mtu mmoja akiwa South Africa, kuna kitu hapo kwa South Africa tulikuwa tunafuatilia, nikapigiwa simu kutoka South Africa, nikaambiwa niende. The agreement tunafaa kusign on Friday ya hapa huko Harambee House na Equity Bank na mimi nikaambiwa on Tuesday, nikapata mwaliko wa kwenda South Africa. Nikakimbia South Africa that Tuesday, ndio nirudi Wednesday ama Thursday ndio nikuje tuendelee kusaini pale. Nilipofika South Africa, kukasemekana the mayor of Pretoria hawezi kupatikana, atapatikana Thursday. Nikaona bado ni sawa, nitangoja Thursday nikuje na ndege ya usiku, ndio Monday and ndio Friday nikuwe hapa. Ilipofika Thursday, kukasemekana hakuna ndege inaweza kuja Kenya, na ile itapatikana ni Ethiopian Airline, itatoka South Africa iende mpaka Ethiopia, kwa sababu Ethiopia itarudi Saturday, Friday usiku ndio nitaingia hapa. Ikafika Friday, Michuki akanipigia simu, sikupatikana. Watu wote wakapiga simu, sikupatikana. Lakini nani alipatikana? Wakasema huyo mwingine anaweza kupatikana. Kwasemekana ndio, wacha tumtafute. Walipompigia simu, kube alikuwa hapo. Kuna hoteli pale KICC inaitwa Tintin. Early morning saa 3 na haedagi hupo, alikuwa amekaa hapo. Ni nini? Alikuwa anakunywa chai without no good reason of him. Kwa sababu niliwauliza, how did you find yourself there? Waliambiana tu twendeni Tintin. Wakaenda hapo Tintin, wakakunywa chai. Kube the altar was speaking. Wakasema wacha tumtafute. Immediately alipopigiwa simu aende Harambee House, akasema niko hapa Tintin. Akaambiwa kibia hapa Harambee House. Within 3 minutes alikuwa hapo na akasign deal. Immediately after him signing deal, huko chini South Africa nikapigiwa simu, kasemekana na fortunately tumepata ndege inatoka sijui wapi, inakuja ikichukua. Amesign deal ya 500 million ambayo ni mimi nilikuku, mimi ndio nilipika. Lakini I had moved from Mungiki, nilikuwa kwa Harrison Ng'ang'a. Nataka nikuonyeshe venye madhabahu hufanya kazi. Maina akaitwa, Maina ndiye alibaki kwa Mungiki akichinja mabusi na makodoo na mang'ombe za kuservice the altar ya Mungiki. Ile pesa inatoka kutoka kwa Michuki, inatoka kwa sababu ya Mungiki. Umeona? So who is servicing the altar ya Mungiki? So there is no way mimi ninge benefit na kitu kama hiyo. Lazima hiyo altar ingeniodoa inipeleke South Africa. Wakimaliza kusaini nirudishe. And that is what happened. Hivyo ndivyo ilifanyika. Na mimi ikanipita kwa uso wangu 500 million zikaenda. That is how things are passing through you. That is how you are losing so many things. Because you are still connected to another altar. That na uko kwenye altar ingine unaitisha. The altar has power to call. But ikifika inaambiwa huyu ni wa huko. Parcel ikisomwa inasema PO box code ni ya wapi?
ni ya Nakuru, inaenda kwa kodi ya Nakuru. By the time wachukuse hiyo mzigo inarudishwa, kama hakuna mtu wa kuipokea inarudishwa Amerika kule ilitoka. Uncollected parcel inarudishwa kule ilitoka. That is how altar. Me, I never blamed mine. Sikumblame. Nilimwenda nikamwambia bless you. Endelea na job. Hata kama waliharibu hiyo deal yote, lakini I lost it. If ingekuwa kwa mikono yangu ningeifanikisha vizuri. Lakini ikienda kwa mikono and they were not blessed, they are not ready for that blessing, ikapotea na ikavujika yote. That is how you have lost. That is how you have not succeeding as children. Wewe ni mtu mzima, uko na miaka 30 kwenda juu. Disconnect yourself from your mother. Disconnect yourself from your father. Disconnect yourself. Kama ulihama ile kanisa ulienda kudedicatiwa, renda rudi huko. Toa dhabihu, vuja hiyo, disconnect, kuja tengeneza rai nyingine mpya. Otherwise you are going to remain poor, confused, spiritually you are going to die. Because there is nothing you are here. Hakuna. Wanamwaruta manyama maamuruta. Nothing. Nothing. Na mimi sitaki mwaka ingine, nilisema hii mwaka ingine usipokuja kupaki gari yako December tarehe kama ya leo hapa, tafadhali I beg you, don't come here again. Don't come here. Kama najua hauwezi kununua gari kama hauna plot. Hauwezi kununua gari kama haujui huna maguo mazuri, hauna kazi mzuri, lazima utakuwa umebarikiwa. So I'm releasing this kind of a blessing to you, that God will make you succeed. God will make you become. God will make you grow. God will do you favor. God will make you succeed where none of your family has ever succeeded. But you cannot succeed if you are still connected to the elders of your family. You cannot. Your mother is still controlling your life. Your father is still controlling your life. Your village, if you have come from a village inaitwa Kamaakwa, ama umetoka kwa village inaitwa Kiangoma, Kianjokoma, I don't see how you're going to succeed if you have not disconnected yourself from those villages. The soil that you come from has power over you. You must, because that is where you are first connected. Your inauguration to this world, that is where you are connected. That's where your umbilical cord is. That soil is still haunting you, catching you. Na hiyo soil wakati ilikuwa inaugurated, ilisemwa 1,000,000 isiwahi kupatikana kwa hii nyumba. Ndio nakuta hakuna mtoto hata mmoja anafitisha 1,000,000. Akijaribu kupitisha 1,000,000 na shilingi moja, kunatokea ugonjwa wa 10,000,000. Unapanishiwa mpaka mnaweza yoka kashaba. Because the altar is told to make sure these people are not going to succeed. This is their level. Every family has got a level given to them according to their family, according to the family structure, according to the bloodline, according to the family tree. Ede angalia family tree yenu uone who has ever risen to the levels. Na ukimwangalia sana utakuwa either alivunja madhabahu akaingia kwenye madhabahu ambayo iko na baraka, ama aliingia kwa waganga anatumia juju, ama ameenda kwa Freemason. Lakini kwenu hakuna. Mumesoma lakini 0 degrees zimejaa, na mlikuwa mumeambiwa hamutapita hapo. So what happens ni magonjwa. Huyu ako na diabetes, huyu ako na pressure, huyu ako na ukimwi, huyu ako na nini. The entire family is sick. You live kwa madawa because of the kind of a connection that is in your family. If your mother is poor, don't expect to be rich. Not until uvunje madhabahu ya mama yako. If your father is poor, don't expect to be rich mpaka uvunje madhabahu ya baba yako. You dedicate yourself to your own line, your own channel. You raise a new channel for yourself. Na hiyo channel sasa ndio itatumika kwa watoto. Abraham wakati alibarikiwa, when he was about to kill his child, baraka haikuja kwa Abraham. Can you give me that verse? 22 mwisho. Hakupatiwa baraka kwake peke yake. It was given to the generation. Hallelujah.
Haikuenda ati Abraham kutoka leo utabarikiwa. Wewe ndio utakuwa na makodoo. Wewe ndio utakuwa, I'm not supposed to as your pastor. Mimi peke yangu ndio naendesha gari. No. Twagiro ni gukoro tukiapply guku kajo hapa itupatie barabara Sunday tupaki magari. Because your father in the Lord anaendesha gari. The same blessing that I am carrying should come to you. Otherwise there is a kuna kitu, kuna basia imewekwa, there is a wall that you must break. Kama tangu ukuje mwaka mzima tuko hapa miezi ngapi? Tuko miezi gani? Hatujafika 12. April. Tulianza April. For those 8 months tuko hapa, you are supposed to come with a scorecard. At least 30% umeachieve. From April to now. Because mimi niko na scorecard yangu. Niko na scorecard. I can tell you what I have achieved. Hatukuwa na basement, tuko na basement. Hatukuwa na foundation, tuko na foundation. Hatukuwa na viti hizi za kalia kwa namba pasta, zinakaliwa na viti zetu zinakaliwa na za mapasta, zinakaliwa na washirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukuwa na kamera hizi, tuko na kamera. Hatukuwa na viti za antique, tuko na viti za antique. Tulikuwa na washirika 25, sasa tuko na washirika wengi. From April niko na scorecard. Nikienda kwa bishop wangu Harrison namwambia this is my scorecard. What is your scorecard? What have you achieved since you came here? Umetengeneza marafiki wangapi na umetengeneza maadui wangapi wakati utangu kuja hapa? What is your scorecard? Muulize mwenzako, what is your scorecard? Do you have? Tunaenda kuvuka mwaka, niki we na kio. Tunavuka mwaka, niki we na kio. Kana no kuwe ni komu. Ni wakwati komu. Wakwati noma. Kwagu hakukukauka. Kwagu ni success after success. Success after what? Success after? Makampuni zangu zote ambazo zilikuwa zimelala zimeamuka zote, and they are vibrant. Sema vibrant. Yes, na sishughuliki. Mimi naenda sasa, naenda kwa maombi, naenda 1 week. Silali kwangu. Naenda kwa kichaka comfortably. Nalala, hata sishughuliki na kanisa. Si akina Magi wako. Yeah. Si akina Penina wako. Sasa kutoka Januari basement mtapanda hapa juu, ofisi classic. Unakanyaga mkeka unapotelea huko chini kwanza. Alafu inakuinua. Ya basement unapeleka pesa. Si kwenda muhahe huko peleka pesa. I am blessed. Sema I'm blessed. Can you show me your scorecard if you are blessed? Me, I've shown you my scorecard. I have shown you my score. What is your scorecard? Are you still crying? Are you still crying? What is your scorecard? Yako mimi najua moja. Uliwacha kupiga watu ovyo ovyo. Hiyo ingine kazi imekaaje? Sister yako aliachiliwa. Mama ni mtoto aliachiliwa. Sasa mama yake ataachiliwa mwezi wa ngapi? Ya pili. Huyo mwingine amepata visa, passport. Sasa anataka kubruku. Alikuwa amekosa wapi? Passport yake ilipotea. Hiyo mambo ninataka kujua. Passport yake ilikuwa imepotea. Si unaona? Sasa amepata. She's traveling back. In scorecard. Bwana Yesu asifiwe sana. Blessings, listen here now. Blessings, I will bless you, and multiplying, I'll multiply you. Are you part of that line? Are you? Tumefika hapo. Tuwe hau. Tiwo doma. Now I'm asking, blessings, I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants. Not Abraham. See, Abraham, the blessing didn't come to Abraham, came to the descendants. Blessings, I will bless you. Multiplying, I will multiply your descendants as the stars of heaven and as the sun which is on the seashore.
And your descendants shall possess the gate of their enemies. Hallelujah. Are you in a continued blessing, or you are beginning the blessing? Because this is talking about a continued blessing. Are you in the continued blessing, or you are starting the blessing? Is the generation of your father, you, suffering? Wacha kutoa kwanza. Is the generation of your father, are you carrying a blessing from your father? Now you are saying, I'm blessed because of my father. Ama wewe ndio unasaidia baba yako sahi? Wewe ndio unasaidia baba yako? Hawezi kujisaidia? Then that's not a blessing. Wewe ndio unasaidia baba yako, ama baba yako ndio anakusaidia? Ama you are enjoying the blessing platform ya baba yako? Are you enjoying the platform of your father? Yeah? You think so? You are eating from the platform of your father? Ama wewe ndio unasaidia na kwa baba yako? Huh? Kwa hivyo you have no record. Are you enjoying the blessing from your parents? You are not enjoying the blessing. So there is a disconnect. Your father did not carry a blessing. So there is nothing to enjoy from your father. So if your father did not carry a blessing and nothing to enjoy from your father, what do you expect you can get from your father? Hello? What do you expect from your father? What do you expect the platform their father produces to you or gives to you? It is poverty. It is curses. It is all whatever that he carried. That is what you're carrying. Hello? All that your father carried. Maundu maria mothe mari na baba wanyu mathina nimo okuwete. You will strive to struggle. Not unless now if you're a woman you connect with a blessed man like me. So that you can enjoy the blessing of my side. So you utakula nini? From a side plate. Not from a real plate. Blessings can come to you through a connection. But if you go alone, you will not succeed. You can't succeed. Zitarudi kwao. Utasikia, blessings I will bless you, and multiplying I'll multiply you. Not Abraham, the descendants. And your descendants shall possess the gate of their enemies. Wewe bado, hizi vita unapigana saa hii ni vita gani? Umekaliwa na magonjwa, umekaliwa na poverty, umekaliwa na confusion, umekaliwa na bwana mbaya, umekaliwa na mke mbaya. Yani there is no gate you have possessed. Hakuna gate hata moja umeshika. Lakini anambiaje? The descendants shall possess the gate of their, meaning that every enemy that will come will succumb before their descendants. Adui yoyote atakuja, you don't need to call your father. Adui yote atakuja, you don't need to call your mother or to call your relatives. You will succumb them because you possess their gates. All of you mmekuja hapa because of miracle. Why? Umeenda kule kote mumeenda, nothing is working. Why? The enemies of you have possessed your gates. Your enemies ndio wamekamata gate zenu. Lakini nabatambia, your descendants shall possess the gates of their enemies. Now it is the enemies holding your gate. You are unable because of the weakness of the foundation you've come from. The weakness of the foundation. And this is likely that you are going to transfer to your children. And this is likely you are going to transfer from your children, will be transferred to the children. Ndio nakutaka kwenye familia msima. Ni mtu mmoja tu mwenye alienda kwa Mudomogo. Ndio yako na tu vitu. Na nikiwa adhuri atene ne mashi aragaja. Mnajua hivyo? Adhuri atene ne mashi aragake. Kama kaja tone ko kahono kagia muhiga. Umutigagithigwe koguo. Maigwa.
Bwana asifiwe. Hii ya leo imewaingia vizuri. Tuko na ingine ya kuendelea hapo? Nifungulie 30 ni Exodus. Nimalize sasa kwa sababu nimefurugwa leo kabisa. Ndio naonanga atipatanagi na wahubiri wengine wale ile tulisoma jana. Yaani kunaendaga aje? Unafutwa memory yote inayotoka inaenda aje sasa? Behold, Exodus 23:20. Behold, I send an angel. Hallelujah. This message I'm giving you is an angel to you. I'm an angel to you. I've been sent to you. Hallelujah. I may not be perfect because nyinyi mnatafutanga a real perfect man of God. I am not perfect at all. Don't expect any good thing from me. Character-wise, I'm not good. Behavior-wise, I'm not good. Kuongea kwangu, I'm not qualified to be a pastor. Mnasikia natoaga matamshi gine baka unajishika mdomo. Kai. No mtoaga sikupenda kwangu. I am not there. Mimi sikutumwa nikuwe pastor yako. Nimetumwa tu nikuambie what you should do and do it. Leave me alone. Wachana na maogesi yangu. Nikiongea matope, wachana na matope, chukua ile muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. I will never be good to you. Dikali yule mapasta maragia. Sitaongea because I'm not material imenitengeneza sio ya kuongea vizuri. Mimi ni komanda, ni jeshi. Mimi ni komanda. Kwa hivyo nisamehe tu. Ile utasikia mzuri na wewe ichukue, hiyo ndio muhimu kwako. Tabia zangu, karakta, ukisikia nilikuwa Serena na nilikuwa na mwanamke hapo nikikula chips, wachana na mwanamke na chips zangu. Mimi sijaoa. Nikuoa natafuta mtu. Sasa nikikupeleka out, huyu atukute hapa. Marenda kako twareko. Maigo ya ine na ne mathirire. No, toni gutware out. No, twarie tu. Tukare kanyama, tugukureria ko. Nitoginya uthi kurumia kanyama. Riu macoke matokore ko mauge pastor ni mwaganu. Marenda gaje kiatia. Atigana nado. Ndatigana na. Tigana nado. Adoni alito tigana nado. And behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared. That is what I'm telling you. I've been sent to you like an angel is sent to you to come and tell you that there is a place where God has prepared for you. Beware of him and obey his voice. Just obey my voice. Haukwambia uniobey warege, obey the voice. Warege wachana yeye ni mchafu. Yako takataka mingi. Alice. Nije muhoyagira muno. Acenjie, jikare uria kwagereire, jikare the holy, jikare the upright. You are wasting your time. You're just wasting your time. Don't waste your time praying for me. Don't. Kama mliniombea nikufe wakati wa Mogeke, si kukufa. Baka Bishop Kanyere akatengeneza jeneza. Akanipeka picha yangu, akaweka ndani ya jeneza, akazika, akafanya ceremony ya mazishi. Wakiwa na mtu mwingine, mabishop wengine wako huko Gatodo. Wakaenda wakachimba kaburi, just kaburi, na wakaeka msalaba, na wakaacha nimekufa, na wakanizika. Na bado Bishop Kanyere alikuja kwangu kwa nyumba yangu kukunywa chai. Alikuja kwangu, nikampikia chai akakula. Na nikamwekea gari yake ya mafuta. Si gari yake ni Nissan ya green. Nikamwekea gari full tank. Na nikasema kuku 2-3 wakufe kwa sababu yake. For the good work ya kutaka kunizika. Nilimake sure nimempeleka paka kwangu. Nilienda kwa ofisi yake, sinidhika. Arcade. Ni arcade ya manikani? Hiyo nyumba iko hapo katikati karibu na stage ya ile Shell. Inaitwa arcade. Hapo kanyumba upande hivi hapo. Nilimkuta, nimeenda mpaka kwake pale chini ile barabara ya kwenda Blue Post. Si unaiona hapo?
I wanted to see this man who buried me. What kind of a man is this one? Nilienda mpaka kwake na nikakula, na nikakalia kiti yake moja hapo, nikakaa hivi vizuri kama tajiri. Kimundo kilienda kakuraga na okyo geke. Kisha nikamuoga na nikamwambia aniorganizie mabishop wote tukutane pale ile mkawa inaitwa nini? Nansi tu aditeka kilele kwa hiyo. Ile hoteli ile kubwa. Ile tulienda. Hiyo ingine. Wewe tulienda na wewe. Inaitwa gani? Hii kwa hapa, hii ni hoteli kama 3 Thika. Zinaitwa jina moja. Ziko mpaka na college. Casket. Tulienda huko. Tukaita wachungaji wote. Mpaka wale walikuwa kwenye hiyo mazishi yangu. Nikaitisha breakfast, tukakula na tukakunywa. Kama wao walijaribu, don't try. Wacha nikuniombea. Niombee huduma isimame. Obeeni madhabahu hii. Hii madhabahu ikitu control, ina control kila kitu. The man you want to be, mimi nikue, obeeni madhabahu. Wachaneni na this man. Obea madhabahu. Madhabahu ndio iko na power, ndio iko na control, ndio itanipeleka hivi, inanipeleka. Si unaona najaribu kutoka kwenye ile line wanataka, nimekatazwa. Najaribu kusoma hii kitabu, imekataa. Nasoma hii, imekataa. Beware of him and obey his voice. Do not provoke him, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. Hallelujah. The name of God is in me. That is why you try to touch me, unasikia that zinakuchoma. Tuendelee baba. But if you indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. If you obey the voice of God, your God becomes an enemy of your enemies. You will not need to fight. He becomes an adversary to your adversaries. He does the battle for you. Anakupigana tu vita zako. Hautahitaji ati ushinde ukienda kwa nabii huyu, uruke kwa nabii huyu mwingine, uruke kwa mtu mwingine. No, you will be settled. Just get settled and listen to the voice of God. From there, God will work your miracles. From there, God will work your way. From there, God will conquer them that try to conquer you. From there, God will win every battle. You don't need to win a battle because you don't belong to any battlefield. There's no battlefield for you. You are a vessel, just a vessel to be used by God. Just listen to the voice of God. Listen to what God is telling you. Obey his commands and God will be in you. For my angel will go before you and bring you into the Amorite, the Hittite, the Perizzite, and the Canaanites, and the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. Who? Who will cut them? Yes, your God. Unashida hapo kiopea watu watoke hapa maende hapa ya nini? Why? Na ubea mtu, imagine urahoera mundu weigwete thauti ya Ngai. You see, unaobea huyu ati aondoke kwa hii kanisa. Na kwa sababu hapa, kwa sababu alisikiliza sauti ya Mungu, anafuata sauti ya Mungu. So what do you become? Wewe unaobea huyu, what do you become? An enemy of God automatically, an adversary of God. He will fight you. He will destroy you, he will bring you down. Atakuvunja, atakuvuruga. And anasema I will cut them off. Atakukata wewe mwenyewe. Utaomba, utakauka. Hautajua ukitoka hapa. Wale watu wengi wametoka hapa, waliomba maombi ya watu wengine watoke. Wameomba maombi ya watu watoke hapa, imekataa. Kama kuna mjamaa mwingine ule alikuwa elder. Mnakumbuka elder Kemani? Elder Kemani alipojaribu sana kazi zake zote alitoka hapa. Sasa badala aende kanisa, kwa sababu before akuja hapa alikuwa ametoka kwa Jesus Winner. Na before atoke Jesus Winner alikuwa before that alikuwa ametoka kwa Manyuro. Akaenda Jesus Winner, kutoka Jesus Winner akajua kaenda kwingine. Alafu sasa ndiye akakuja hapa. Na akakuja akasema wakati alikuja hapa mambo yake yote ilifukuka. Si ndivyo alisema? Wale tulikuwa hapa tulimwajia tu kanisa siku 2 tukaenda Moro. Tukamwambia akaunti zote za kanisa, pesa yote ya kanisa upeleke kwa account. Uzaye akupeleka. Sasa tulipomuuliza
iko wapi receipt? Akasema aliweka. Iko wapi receipt? Haleti receipt. Iko wapi receipt? Akaniandikia karatasi, akaandika deposit, jina deposit na kalamu, deposit this bank Equity Kahawa. Kaniambia hii ndio receipt ya nini? Sasa tukaweka pressure. Nikamwambia hawa, wekeni pressure, huyu ndio elder. Elder must be a very good example. Wekeni pressure atoe hii kitu. Aleta hii receipt. Jamaa alitoroka. Akatoroka. Alipoenda sasa anapigiaga mababa simu akamwambia, ukiingia kwa apostle, ofisi ya apostle, ujihadhari sana atakurepu. So God will not resist to fight you, not because I'm good, but because me I hear the voice of God. Unafikiria kuweka hii kazi yote, kufanya hii kazi yote si sauti ya Mungu? Kama ni wezi ni plot ungenunua. Kujenga hii yote, this is not 10 million, this is not 1 million. This is not 2 million, this is money. Equivalent to buying a Range Rover, a brand new Range Rover. Eh? Si mnakuja kama mnasema kai. Hii pesa yote kuna mnamtikia kai. Yaani mtu akai. Isi pesa yote ukekera kwa kuna nyobati yako. I did not hear the house, yes, it's not mine. Ni kurent to me rent. Hata pesa hiyo nilitumia, it is not mine. The money was brought to me. Nikaambiwa, this is what I want my church to look like. I exactly did that. I have never put any money hapa kwa mfuko ya hapa. Ati inakujanga pesa ya hapa inakujanga kama mfereji. Inakuja kukuja. Mungu akitaka hii kesho ibadilike, yeye mwenyewe atakomadi huyu mama, komadi huyo, na si mimi nitafanya. Utakuja wakisema, unasikia mama anakuja anasema nataka kuja kucheji hapa with your permission. Ndio wananiambiaga with your permission nataka kuweka mkeka ingine. With your haniambiagi tukienda unisaidie tuende bank tukope loan ama unisaidie pesa yako nikutengenezea. Hapana, with your the only thing they need is permission, because I'm the custodian of this place. With your custodian, with your permission, nataka kutengeneza viti nilete. Nilikuta viti zimepagwa pale 50, zile zinaona pale 50 zimepagwa huko. By only listening. Ukiruwe na mudu tosio. Hebu pigana na mtu kama huyo mwenye anasikiliza sauti ya mbinguni. Already you are the enemy of God. Hallelujah. Already you are losing battle. Whatever you are doing, you are losing the battle. You shall not bow to their gods. Ati sasa ukuja kwa sababu wewe ni elder ama wewe ni mama ama wewe ni nini, ati I can bow to you. Wow. Shonoka. Oh, ni bow kwa sababu ya tushiriki toko 10. I cannot change my principle with my God. Eti kwa sababu umekuja because of tall, dark and handsome. Na umekuja sasa, umejiposition, umekaa hapa, umejiposition vizuri. This is my. Yes. Mungu ataleta tu. Hello. Lakini you cannot be able to position yourself to fight with anointing that is on me. You can fight waroige, but the anointing ambao niko nayo, you can't. Angoja mpaka hiyo anointing itoke, na sioni ikitoka. Because I will forever be listening to God. The only thing that can make God run away from me is by disobeying. But if nitaendelea hivi tunaendelea, tukifika mwezi wa 6 tutakuwa na kiwanja ingine, tunajenga kanisa kubwa by June. Hallelujah. Nywe ugaga amen. Gakuona ko ugyoka ko magoro takeria tanyamo yathi. I cannot be blessed na nyinyi mnakosa kuwa blessed. There is a disconnection. I cannot buy a Mercedes na wewe hata baisikeli kwako hakuna. There is a disconnection. Hakuna. Atadai karanyo baruda na wewe unaikara mukuru kwa Ruben. No, it can't work that way. You must succeed. Na kama hu succeed, uniambie ni kunyorosha viboko. You must. At whatever cost, you must. Sema I must. Mimi sitakuwa na watu maskini hapa. Diwetekera. God is a God that blesses. God is a God that creates position. God is a God that lifts you. I cannot be at mimi kanisa mzima nende na milioni ya account na nyewe ginya yako ya motiri. Hapana, kuna disconnection. Either I am wrong, either kuna kitu natumia ambayo si ya kawaida, ama nyinyi mko na makosa. Utigedi ugo. Ndarega.
Naigwa Roda, nimekataa. Umasikini hapa nimekataa. I know we are struggling hapa. I know kazi zetu haziko sawa. I know you are pushing. But the end of the pushing ni tarehe 31. From there, anza kupokea baraka zako. And this by fire, by what? By force. Na kama hutatajirika wewe, toka hapa kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Yeto tigotoa na wewe huko ni mugieki. Ate nie no ni ndira thero parking. Asha. Twagiro tukoro twandikite mawashman ya 4 group 4G ago park gari cito. Bwana Yesu asifiwe sana. Jagiro kuigwa haha hena supermarket 10. Hallelujah. We are supposed to have 10 supermarkets here. We have supposed to have watu ambao wanajenga manyumba wanauza. Wanaita kwa nini? Real estate. I'm waiting to see business moguls. Watu wanauza mafuta, wako na petrol stations. Sio nikutanage na wewe na kachupa ati umetoka kununua mafuta taa. Na Amerika. Yeah. Wanyabura, umesikia? Tete ndo kana gena haha na ate kotangere tele. Ate madani akosho otangere atenege kyoru. Digine datangura irio ito ndo ditafu ni horire. Hatutatembezana na nyinyi hivyo. Sema imefika mwisho. Sema imefika mwisho. Sema Ukristo wa ujinga imefika mwisho. We must be rich. You cannot be a Christian and be poor. No. We are the children of the mother. We are not the children of the house girl. Tiati guko atikira mweka guko niko hoya na tikiti. Nisikute mtu akiomba mtu tikiti hapa. Umesikia? Nisikute hata siku moja. Muombe kutoka leo mpaka 31st. Kutoka hapo nisikie mtu anaomba tikiti hapa, nitakufukuza kama kaubwa. Tuko na besi mapale, enda wekese pesa ile kidogo huko, tutakukopesha, anzisha kazi. I want to have a working class. Watu ambao wanafanya kazi. Hallelujah. Mundu urerutira tithe, mundu urerutira sacrifice. Sio kwenda kukopa kwa branch. Sio mshwari branch. Tara. Hebu tuko na ngapi? Kuna branch? Kuna? Hasira. Wacha na hizo za Ruto. Kuna hizo zingine, kuna branch, kuna Tara, kuna Zenga. Timiza. Branch tumesema ingine? Pesa. Atilocust. Okash. Ingine? Zash. Ingine? Sasa hiyo ndio majina ya miungu ya poverty. Miungu ya poverty inaitwa hivyo Kenya. Hizo mmetaja. Na umeitaja kwa sababu you are ascribed to that God. Ya poverty. Uliijulia wapi? Mbona ukusema emukashi? You're part of it. You're part of it. That is a God of poverty. Because they will never allow you to come out of that poverty. They will never allow you. Yule mtu ameingia kwa kukopa hizo vitu, utamkuta ako kwa branch, ako kwa hiyo ingine, ako kwa hiyo ingine, ako kwa hiyo ingine. Anakopa hii kulipa hii, anakopa hii kulipa hii, anakopa hii kulipa hii, tena anarudi tena huko, tena anaanza tena. Hapa nimepigiwa simu, napigia kwa simu kila siku. Do you know Mary Karaoke? Yes. What does it? Alikopa pesa na alikuandikisha wewe kama garanta. Ukaka kidogo. Unajua Kenya ajui Kamau? Hata simjui. Ati alikuandikisha wewe kama granta. Kama jana yenyewe nilipigwa simu 20. Ati mimi ni granta. Mimi siwajui. Kumbe wameenda kwa phone book wamechukua namba zote ziko huko. Watu wana ati wa frustrate. We
We must come out of this problem. We are a Christian family. We as Christian people, a holy people, a people of God, a sacred people. We are not supposed to be beggars on those things. The Bible says in the book of Deuteronomy 28, I will lend, nitawakopesha, lakini sitakopa. You shall not bow down to their gods, nor serve them. Angalia sasa you have bowed to the gods of poverty. You are serving them. Kinyoshaje tira ini maita matano, natafuta mtu na kupigia simu na kujua kusiri yako namba yako ni 072 nakuta ni mteja. Nakuja after 1 month na kuuliza simu yathire ko acha ndambire kuhoria niki. Ne pressure nilizima. Hata Doni juzi alikuwa amezima simu yake. Nyaburo mimi kuzima simu. Ya huyu iliibiwa. Ya huyu inaibia kwa after every 1 month. Na ikiibiwa hadi kule ni Ukraine anakuja na line nyingine mpya. Sasa mimi ndio maana siwekagi line za watu. Kwa sababu nitaletewa line nyingine. Ni kwa nini anahepa hizi miugu? You shall not bow to their gods, nor serve them. Kama wewe ni wa hasira, you are serving a god of poverty. Hello? That is not your business. Borrowing 5,000, 500 shillings, borrowing 1,000. What for? Itakusaidia na nini? Itakutoa kwenye poverty aje 1,000. Kutadena nini ate? Just food you eat. You take it to the toilet. You remain. Unarudi kule ulikuwa. Sasa niambie, where are you headed to? What is your success? What is your breakthrough? There's nothing. You'll be rotating in one position forever. Gutire mundu ukiteithia mundu kwanyu. Ate mundu ukiteithia mundu kwanyu na magana meri. Munachaga familia mzima pesa ya kufanya Christmas. The only money munapata ni shilingi 1,200. Na hiyo ni kufulisa, na amesema ile kitu inaweza kufulisa tu 200. Munakula busi, munaua busi, munachija ya kufulisiwa. Ati ni Christmas ya fulisa. No. Asha. Sema tutabadilika. Sema tutabadilika. Sema 2024. No borrowing. I will lend. Mimi niko na Besima, I'm already prepared to start lending. Yes. Muingie member, muingie Besima. Umesikia? Na mtu asikuje kwa ofisi yangu kuniomba pesa. Ujiandikishe member wa Besima. Kuna faith ya mtashughulika na faith. Bwana asifiwe sana. Ngomode ni dadho ukamuno. Yes, tihanini. Tafadhali. Hii mahubiri sitahubiria watu maskini, sincerely. Na si ati nataka matajiri wakuje, sitaki matajiri wakuje kwa hii nyumba. Nyinyi ndio matajiri. Nyinyi ndio nini? Matajiri. Nyinyi ndio mtaendesha Range Rover. Upende usipende lazima uendeshe. No, legire magoro macio maku. Maprado tathiwe fundirie gutwarithia ngari. Teo tindo huru tokete goko. Miaka nenda miaka rudi. Yes, receive it. Yeah. Tire goko huru tokete goko wahatire ginya barabara ciothe nĩ ciatherire nĩ kũhurutuka goko nĩ ũrĩa thire thĩ. Kirato gothi nĩ njerũ no sauro hatire nĩ gũthiĩ magũrũ. No, we cannot allow this. This form of Christianity is not permitted in this church. The Christianity of mediocres, poor people. Mutheni wa Ngai atũragio nĩ Ngai. Mutheni wa Ngai atũragio nĩ Ngai. Tondũ na ngiuga kiugo gĩtirũmbũyagio. Naigua ngoma. Ati ona ngiuga kiugo gĩtirũmbũyagio. Ũguo ndũrĩ na power ya gwĩtia. You cannot claim from your Father in heaven because you are powerless. Ati ona ngiuga kiugo gĩtiĩkaga atĩa. Tondũ nĩ wĩtuĩte thĩna. You are poor.
Anza kakitu, no matter how small it is, God will bless you through that. And when you start something, I will bless you. I'll come and bless you. I will come to your business and I'll bless you. I am a victim of that. I was poor. Niliomba fare, niliomba chakula, nilikula kwa mapipa. But now I dine with kings. I found my way up there. Mimi hakuna, nimekaa chini na 37 presidents. Na 1999 na 2000 nilikuwa chokora. Nilikuwa nakula kwa mapipa. But when I said no, enough is enough, niliuza mashamba ya wenyewe. Nilienda kwa yole hii moremu, niliuza mashamba na nikapatia title deed imeandikwa jina yangu. Ona udigire mone wekogu. Siwezi kubali poverty ingie kwangu. Siwezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda mjitenganishe na madhabahu za kwenu. Go kwanza kabisa. Ulisema ulikuwa kanisa gani? SK. Huko ndio mama yako alikupeleka ukabatizwa? Uende utafute dhabihu. Uende uwekelee kwa hiyo madhabahu, ujikate. Ukimaliza hiyo, ukuje hapa, utafute dhabihu, ujiconnect na hapa kama ni hapa. Ndio upate hiyo miracle umekujia hapa. Wadia kaliko we moro. Kaidi kama faga nikyo korwo na fujo nyingi uguo. Odie nika kwa johi kana kwao. Kwa johi. Mona kana kiambiriria. Kwa mona. Kwa tawate. Nike machia. Odie kou. Odie urute hau. Nona hau. Haria. Odie urute sacrifice hau. We amuranie na kigongona kiu. Nigetha uhote kuria cia kigongona giki. Nai wathi yako. Watu twalitoko. Yeah? Kuria wa dedicate, kuria wa itwarirwo kuoke PCA uthio roko. PCA yothe. Uthio igere sadaka hau. Utigane nao, werekanie, we disconnect. Wathi yako mwatwaritwo ni nganga. Ngangari wa Anglican. Eh? Your dad was CFC. Your mom was Anglican. Kuisha nyinyi. Niko mwatwarirwo ni mami wanyu. Niko mwatwarirwo dedication. Sasa mwende Anglican. You disconnect yourself from Anglican. Mmenielewa? Hii mtasoma. Hii kanisa hii yangu hii masomo yangu hii ndio mtasoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nikusaidie uondoke kwa hiyo mambo umeishi. You are not poor. Hakuna hapa, there is no poor person hapa. Nyinyi ni mabilionea. But because of altars ambazo zimewafuga, that is why you are poor. Kutoka hapo unajishikanisha na madhabahu ingine ile Mungu amekutuma. Sio ile umejituma, usikuje kwa Waruigi kwa sababu Waruigi yako kwa social media. Hapana. Ask God, can I go there? Have you called me there? Mungu akikwambia nimekuita, kuja bio, wekelea dhabihu yako. Connection imeingia. Na kutoka hapo any blessing mimi niko nayo. Any blessing ambayo mimi niko nayo lazima utaipata. And you will surpass me. Thank you. And now may the grace. Mumetoa sadaka kai, mtie mwa sadaka. Neligana gera muno. Leteni sadaka zenu. Worship. Wangapi wamebarikiwa na hiyo neno leo? Basi simama kwa miguu yako. Kama umebarikiwa usimame, na kama hujabarikiwa ukae tu chini. Usishinde ukisimama. Hizi bahasha mtu akiingia pale kwa mlango. Wako wapi wale wanapatia nanga? Katuko. Don't do this again. Mtu akiingia kwa mlango pale unampatia.
bahasha, akiingia tu unampatia. Hii ni nyumba ya Mungu. Huwezi kuja nyumba ya Mungu ati hauna. Hapana, mtigashoke ukao kwa kwa ndo leketo. Hatuwezi peke yetu, nenda nasi. Ninaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama uende nasi, kama uende nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama uende nasi Jehova, kama uende nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tutavua mambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta
mamlaka Bwana, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, 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 nakuita mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Inua mikono yako juu, mwambie Mungu, nisaidie siku hii ya leo ukaweze kunifungua. Nimesikia, nisaidie kusikia sauti yako, nisaidie leo. Help me to hear your voice. Help me to walk according to your will and the plan that you planned for me. Help me to succeed in every move. Help me, Father, to know my direction. Help me, Father, to know my direction in the coming year. Make a covenant with me. Mwambie tu, make a covenant with me. Mwire athondeke kirikaniro na wewe. Mwire athondeke kirikaniro na wewe. Mwambie atengeneze maagano, akuandike tena kwenye maagano yake. Let him swear, akaape pamoja na wewe. Oh yes. Yes. In Jesus' name we pray. And now may the grace Amen. Sasa I want to beg you, wale wanatorokanga wanaendanga musiende, I want just to rest for a few minutes. We come back. I'm doing some anointing, and I will anoint every one of you. Nitaachilia upako kwako ya kuingia kwenye mwaka mpya ulio na baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo pia unaona huyu mama mkolino huyu amekuja, ako na nguo yake. Nilitaka kuitakaza lakini wamenipatia ratiba ingine. Kwa hivyo I will do it after we come back. That's the first thing we'll do. Then we will go straight to the anointing ceremony. And your life will never be the same again. This is what God has sent me to you, to come and change your life. And this, the kind of anointing ambao naenda kuachilia ni ya kuweka mizigo chini. Sema kuweka mizigo chini. Kukutenganisha na umaskini. So I'll be blessing you, and I also be giving you a direction of your life, what you will be doing. And I know from today you will never be the same again. Sema, I will never be the same again. never be the same again. So take a rest. Kama unataka kwenda kununua kasoda, nenda ununue kasoda. Exactly 3:30 ndio naanza. Exactly 3:30 ndio ninaanza. Kesho pia I'm welcoming you. Tuko na lunch. Nimewatengenezea lunch ya Christmas, tukule pamoja as a family. Si baba anaitaka watoto wake wote. Sasa nimewaita as a family. Mkuje tukule pamoja. Mkuje mpaka na watoto wenu na wajukuu na wajukuu wa wajukuu. Kujeni na wao wote. The ritual that we have, we shall share together. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Then we shall kutoka hapo tutaendelea. Na kuruka mwaka tutakuwa na special prayer. Special what? Maombi speciali ya kumwambia Mungu mahali ametutoa, mahali ametufikisha, na tuombe mahali kwingine atatupeleka. Sema amen. Hallelujah. Kwa hivyo kuruka mwaka tutaanza service yetu saa 1 usiku kamili. Service itaanza saa 1 usiku kamili. Tutakuwa na presentation, tutakuwa na kila kitu. Mkuje na watu wenu. Come with your family, because I will be also releasing the anointing of the year. And also I'll be releasing a prophetic word upon your life. Hallelujah. Kama tumefaulu kutoka April ndio tuko hapa. Where do you think we are going to go? We are going far. Mwambie mwenzako we are going far. Mshike tu mkono, mwambie tunaenda fire. Na umwambie sasa usiende bali sana na usitoroke. Kuna service muhimu sana.
Pia kuna wababa wote, mwanaume, mtu yote mwanaume ambaye si mtoto, si youth kama Joroge pale, mtakaa padi hii. Wamama mkae hapa, youth mkae kule, wababa wakubwa pale, wazee wote mkae padi ile, wamama hapa katikati na youth tukae pale kando. Pia kuna kitu nataka tupagane kupaga mpango ya the fast, because hata fast tutakula sakramenti. Hallelujah. Tutakula sakramenti because God will swear that day. God will swear. Amen. Jinsi aliswear kwa Abraham, God will do what? May God bless you. We as Crusaders for Christ and our beloved Father Apostle Ndura Waringi do welcome you all for the Christmas service that will be held at the Synagogue, CFC. The blessed premise is located at Coffee Plaza, mezzanine floor, next to Easy Coach bus station, Nairobi. The service will start at 9 a.m. with prayers and an opening word, giving thanks to the Almighty God for His grace has been sufficient. Let's gather as we celebrate Christmas of 2023. We will be feasting and celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. Children, youths, parents, and elders are all invited to celebrate with us. The Lord be with you as we expect your presence on 25th December 2023. We as Crusaders for Christ and our beloved Father Apostle Ndura Waringi do welcome you all for the Christmas service that will be held at the Synagogue, CFC. The blessed premise is located at Coffee Plaza, mezzanine floor, next to Easy Coach bus station, Nairobi. The service will start at 9 a.m. with prayers and an opening word, giving thanks to the Almighty God for His grace has been sufficient. Let's gather as we celebrate Christmas of 2023. We will be feasting and celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. Children, youths, parents, and elders are all invited to celebrate with us. The Lord be with you as we expect your presence on 25th December 2023.